Mingi atajitukuza na ataenda kukusamehe mahali pale dhambi na makosa. Bwana Yesu asifiwe. Ukamwambia mahali pale akaweze kukupa moyo wa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumekuja mahali hapa kwa ajili ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ukamwambie Mungu akakupe moyo wa kunyenyekea, akakuondolee kila mawazo yote iko kando na ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ukamwambie Mungu mahali pale akaweze pale. Bwana Yesu asifiwe. Kaunganishe mawazo yako na mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninajua kwamba kunao makuta enda kutenda mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mahali pale tunaenda kuinua mikono yetu, mbele za Mungu. Ukasarende mbele za Mungu, tukatakaze anga, utambirie jinsi vile unataka Mungu akaweze kutenda katika ibada ya siku ya leo. Maana katika kila ibada na katika kila Sunday Mungu ana mipango njema, ana mipango tofauti na Sunday zile zingine. Anasema kwamba mipango yake ni mipango mizuri wala si mipango mibaya. Na ni mipango ya kutupa tumaini siku zote za maisha yetu mahali pale. Ukamwambia Mungu, niko mahali hapa kwa ajili yako. Niko mahali hapa ili nikaweze kukuona katika njia zangu, nikaweze kukuona katika biashara yangu, nikaweze kukuona katika ndoa yangu, nikaweze kukuona katika mambo yangu yote. Maana ni wewe tegemeo, ni wewe msaada wangu wa karibu. Umwambie sina mwingine ila ni wewe na wa kuabudu, sina mwingine ila ni wewe wa kumpa ibada. Ukamuinua ukampe sifa mahali pale, maana anastahili sifa na utukufu. Ukamwambia anastahili kuinuliwa, anastahili mahali pale. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Baba, naliinua jina lako asubuhi ya leo Bwana. Niko chini ya miguu yako mara tena Bwana, ninalisifu jina lako Masia wa mbinguni. Ninakuinua Bwana, uketie mahali pako pa juu pa siri Bwana. Ninakusifu Baba, ninasema wewe ni Mungu, wewe ni mfalme, wewe ni kila kitu ndani ya maisha yangu. Sina mwingine wa kumwabudu ila ni wewe mtakatifu Bwana. Pokea sifa zetu, maana wewe umetenda makuu Bwana. Umetulinda, umetuhifadhi wiki mzima Bwana. Umetuneemesha kwa njia yako ya kipekee katika jina la Yesu. Umetupa nafasi nyingine kuwa katika nyumba lako, mahali Bwana panaitanishwa na jina lako takatifu, mahali nguvu zako zinashuka zinatawala kwa wingi. Tunakupa nafasi ya kwanza mahali hapa siku ya leo Bwana, ili ukatawale mbele, tukatawale mawazo yetu, ukatawale utu wetu wa ndani na hata wa nje Bwana. Tukinyenyekea kwako asubuhi Bwana, tunaomba msamaha, tunaomba utakaso kwa ajili ya dhambi, jambo lile wala tutenda kando na njia zako katikati ya wiki. Tunaomba Bwana ukatusamehe na ukatuoshe Bwana. Tunaomba Bwana ukatufanye upya mbele zako Bwana, ili maombi yetu Bwana yakawa manukato mbele zako Bwana, ili tukaweze kukufurahisha Bwana katika ibada ya siku ya leo, ili Bwana makusudi yako na mema yako yakatimie kwa uwezo wako na mamlaka yako Bwana. Nikiomba nguvu zako kibali cha mahali hapa Bwana, nikiomba ushindi wako Bwana mahali hapa katika jina la Yesu. Nikitakaza anga kupitia kwa uwezo wako na mamlaka yako, nikiharibu kila mipangilio yote kwa anga ya ule mshetani, kila maroho yote ya kutumwa na kujituma kwa anga, kuanzia sasa naenda kuiteketeza na moto wako katika jina la Yesu. Tunaenda kumiliki mahali hapa kwa uwezo wako na nguvu zako mara tena mtakatifu. Naomba Bwana mtakatifu kajidhihirishe kwamba wewe ni Mungu Masia mbinguni. Kila maneno machafu wenda yamenenwa kwako, naenda kuyafuta mara 7 katika jina la Yesu. Kila roho yote ya kutuma na kujituma mahali hapa Bwana kinyume na ibada, naenda kuiteketeza mara 7 katika jina la Yesu. Ninatambiria nguvu zako mahali hapa Bwana, kila pande zote za nyumba lako mtakatifu, ninatambiria nguvu zako, ninatambiria kibali chako Bwana. Tunampa Roho wako mtakatifu nafasi ya kwanza mahali hapa Bwana, yakatuongoze jinsi vile upendavyo Bwana, maana bila Roho wako na bila kuongozwa nawe Bwana hatutaweza ibada. Mtakatifu wa mbinguni, tunaomba kutawaliwa na wewe Masia wa mbinguni. Tunaomba ukatawale mawazo yetu asubuhi ya leo Bwana.
Tunaomba ukatawale njia zetu, Masia wa mbinguni. Tunaomba ukatawale mioyo yetu asubuhi Bwana. Tunaomba Bwana kibali chako ndani yetu Bwana. Tunaomba ukatupe moyo ulio safi, moyo ulio tayari Bwana kwa ajili ya kukuleka chini ya miguu yako, moyo ulio tayari kwa ajili ya kukupa ibada. Maana sababu kula kuwa mahali hapa ni kwa ajili ya kukuabudu na ni kwa ajili ya kukupa sifa na kuliinua jina lako Masia. Uketie mahali pako pasiri Bwana wa mbinguni. Tunakuinua Baba, tunakupa sifa Bwana. Tunasema wewe ni Ebeneza Bwana wa mbinguni. Tunasema wewe ni Alfa na Omega Bwana. Zaidi yako hakuna mwingine kama wewe mtakatifu Bwana. Pokea sifa maana unastahili Bwana. Ni wewe tegemeo letu, msaada wetu wa karibu Bwana. Tuendapo kuingia katika ibada ya siku ya leo Bwana, tunaomba nguvu zako zikatawale mahali hapa Bwana. Tunaomba anga ya siku ya leo Bwana ikanene ibada, ikanene kuinuliwa, ikanene Bwana watu wako kupokea kila wanahitaji katika maisha yao, ikanene ushindi kwa wingi katika jina la Yesu, ikanene nguvu mpya mahali hapa katika jina la Yesu. Asante ni kwa kuwa wewe ni Mungu. Najua kwamba uko na mipango mizuri kwa ajili yetu katika hii ibada Bwana. Ninajua uko na mipango mizuri Bwana katika ibada ya siku ya leo Bwana. Ukatubariki Baba, ukatuinue Bwana. Asante ni kwa kuwa na stahili. Tupe moyo wa kunyenyekea, tupe moyo wa kushuka chini ili ukapate kuinuliwa wewe peke yako. Pokea sifa ni kwa kuwa wewe ni Mungu. Tuomba Roho wako Mtakatifu tena akatupe mwelekeo mahali hapa Bwana, na ni katika jina la Yesu ninaomba na takuamini. Amen. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri. Maana ni Mungu mwaminifu, ni Mungu ambaye anatupenda kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi tunaenda kuingia kipindi ambacho ni kipindi cha kuabudu ama kipindi cha kumpa Mungu ibada. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi kila mmoja akaandae moyo wake, ukawe tayari kwa sauti, kwa moyo wako, kwa kuinua mikono yako, kunyenyekea mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukaweze kumpa Mungu ibada jinsi vile inavyostahili, na nijua kwamba Mungu kunao makuu ataenda kutenda. Kwa hivyo nachukua hiyo nafasi nikaribishe waimbaji ili wakaweze kutupa hiyo nafasi ya kuingia katika kipindi cha kuabudu, na Mungu atatenda makuu mahali pale. Karibuni. Si unaweza zima hii ile ama inaleta giza Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Karibuni katika ibada yetu ya pili. Hallelujah. Tunapoenda kumwabudu Mungu. Hallelujah. Kutana na Mungu siku ya leo. Amen. Kama ni watoto wasimame tuabudu Mungu. Maana hao ndio kanisa ya kesho, ndio watumishi wa kesho. Amen. Amen. Ya wakati huu tunamwabudu, nawe kuwa na business na mbingu, nayo business itakuwa na wakati na wewe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mikono tuinue, kama ni kuabudu, sahau na yale umekutana nayo over the week, enda mbele za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mikono tumuinulie. Kwa nini huwa tunainua mikono? Ishara ya kumwonyesha yeye ndiye Mungu mkuu, ishara ya kusarenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaabudu, kwa nini unafunga macho? Ujitoe katika ulimwengu wa dunia, ujiconnect na ulimwengu wa mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukiabudu, ukiangalia watu, naweza ona kitu mtu anafanya akifai kwa sike na ukose kufikiwa na neema ya Mungu. Haleluya. Hivyo basi tuinue mikono, twende mbele za Mungu. Haleluya. Inua mikono yako, mwambie Bwana, mwambie Bwana nipe rumba ya rumba worship. Haleluya. Mwambie Bwana niko hapa, kutana na hitaji langu. Haleluya. Inua mikono yako, usiangalia wale wanaingia. Hiyo ni kazi ya Asha, umenipoteza. Una fedha, nirudishe mali nilikuwa.
Hivyo basi acha kazi yao, wewe jiachilie. Haleluya, haleluya, haleluya. Inua mikono yako, anza kutafakari mkuu wa Bwana, anza kumwalika katika anga, anza kumkaribisha. Karibu Roho moyoni mwangu, karibu Roho uniongoze, karibu Roho moyoni mwangu, karibu Roho unitawale. Inua mikono, karibu Roho ndani ya moyo wangu, karibu Roho utuongoze. Mwambie karibu Roho, karibu rohoni mwangu. Haleluya, karibu Roho. Come on, what the people. Karibu, karibu Roho moyoni mwangu, karibu Roho unitawale. Weka mikono juu, sema karibu Roho. Twende pamoja, moyoni mwangu, mwalike, mwalike, karibu Roho unitawale. Karibu, karibu Roho, karibu Roho moyoni mwangu, karibu, karibu Roho, karibu Roho unitawale. Nakuhitaji, karibu Roho, karibu Roho moyoni mwangu, karibu, karibu Roho. Inua mikono, uweze kuandika kwa Bwana. Karibu, karibu Roho moyoni mwangu, usinipite. Karibu Roho moyoni mwangu, nitaanza nawe, nitasongea mbele zako. Karibu Yesu utuongoze, nitaanza nawe, Mesia niongoze, maana bila wewe mimi sitaweza. Mwambie karibu Roho moyoni mwangu, karibu Roho unitawale. Karibu Roho moyoni mwangu, karibu Roho unitawale. Karibu Roho moyoni mwangu,
tunasogea chini ya miguu yako Baba, tunasogea, oh tunasogea Baba, tunasogea chini ya miguu yako Baba, tunasogea, tunasogea tunasogea, Yesu tunakuabudu, tunasogea, chini ya miguu yako Baba, tunasogea, tunapiga magoti, tunasogea, tunakuabudu, tunasogea, chini ya miguu yako Baba, tunasogea, tunanyenyekea, chini ya miguu yako Baba, tunasogea. Mesia, tunakuabudu, unasikia maombi yetu. Mesia, tunakuabudu miguuni pako tu kuabudu.
ya miguu yako Baba, tunasogea. Baba yangu, tumesogea. Tumepiga magoti, ishara ya kusarenda, ishara ya kukuonyesha wewe unaweza, ishara ya kukuonyesha unatosha. Ongea na mbingu yako, nena na yeye, mweleze umesogea mbele zake kwa nini. Ongea na yeye, anatosha, anatosha, nasikia. Masandio haya umepewa, umeeleza watu shida zako. Eleza mbingu inajaa msaada wa tosha. Haleluya, tunasogea, tunasogea chini ya miguu yako Baba, tunasogea, 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 tunasogea, tunasogea chini ya miguu yako Baba, tunasogea. Tunasogea mbele zako Bwana, maana hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine wa kutusikia kama wewe. Wewe ni Ebeneza, wewe unasikia. Sitaona mwingine kama wewe, sitaona mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wa kuinuliwa. Nani mwingine kama sio wewe? Nani mwingine kama sio wewe? Viumbe vinainama na kukuabudu, maana wewe ni Mungu mkuu. Nasi tunakuabudu, nasi tumekuja kuwa na wakati na wewe, maana unatosha, unatosha, unatosha. Ebeneza, karibu tenda makuu yako. Yelelele, karibu
utende Bwana, utuinue watumishi wako lebo ya juu. Nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Weka mikono yako juu, mwambie nani mwingine kama sio wewe? Nani mwingine kama sio Yesu? Wo 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 wo. Nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Ni nani kama wewe Bwana? Hakuna Mwingine kama wewe Bwana, Hakuna. anayeweza kama wewe. Ni nani wewe? Hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Shujaa kama wewe. Ni nani? Hakuna Mwambie mwingine upe utukufu kama wake. wewe Bwana, hakuna. Anayeweza kama Yesu. Ni nani? Hakuna Upe utukufu wake. mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Tukiwa chini hatuinua Bwana. Hakuna Upe utukufu wake. mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Ukiwa mgonjwa anaponya maisha yako. Hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Amina, amina, Amina milele. amina, amina. Amina Weka mikono juu namna hii. Amina, amina.
Mesia. Naiwe Yesu, naiwe Baba yangu, naiwe Yesu, naiwe Mesia. naiwe unayeponya, naiwe Mesia. Naiwe Yesu, naiwe Mesia. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu. Sema nami, Umenibeba. haijawa rahisi iwe ai tena, ni mkono wa Mungu. Imba, sema Umenibeba. umenibeba, Umenibeba. umenibeba, Umenibeba. Ni mkono wa Mungu. sema Umenibeba. umenibeba, Umenibeba. umenibeba, Umenibeba. Ni mkono wa Mungu. kama unaamini sema Umenibeba. haijawa kama itakuwa rahisi kufika, sema Elele. Ni mkono wa Mungu. Baba yangu haijakuwa Rahisi Baba yangu, kufika hapa. mkono wake umekusaidia. Mkono wa Mungu. Ungekuwa umeshindwa na safari, Umenibeba. umenibeba, Umenibeba. umetubeba, Umenibeba. Ni mkono wa Mungu. moyo wako mpe sifa, Umenibeba. moyo wangu sifa zote mpe Bwana. Moyo wangu sifa zote mpe Bwana. Sema Moyo wangu, sifa zote mpe Bwana. Moyo wangu, sifa zote mpe Bwana. moyo wangu sifa zote mpe Bwana. Moyo wangu sifa zote mpe Bwana, sifa zake. Kama sio yeye, jiulize ungekuwa wapi? Kama sio yeye, jiulize ungekuwa namna gani? Kama sio yeye, jiulize ungeitwa namna gani? Hivyo basi, abudu wasema na umpe Bwana utukufu wake. Oh, mupe Yesu sifa zake. Wachawi walipoanza vita, aliingililia akakulinda, ndio maana uko hapa. Sifa zote mpe Bwana. Oh, tamka kinywa chako, mwambie Bwana asante. Kama sio yeye kukulinda, ungekuwa namna gani? Oh, oh, oh. Oh,
sifadhaike moyoni, sifa zote mpe Bwana. Yeye akujali tena akupenda, sifadhaike moyoni, sifa zote. Asante Mtakatifu, tawala maana unatosha. Tunakupa utukufu wote maana unastahili. Tunakupa nafasi ukatende. Tunakupa nafasi ndani ya mioyo yetu zaidi. Na sote tuseme amen. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi kama unajua na kuimba. Saidia kusalimia watu wawili watatu kwa niaba yangu. Waambie Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Waambie Yesu anakupenda jamani. Yesu anakupenda. Salimia watu wawili watatu. Tembea kuwasalimia. Yelelele. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Wasalimia, mwambie Yesu anakupenda. Usifadhaike moyoni. Haleluya. Haleluya. Sisi mmejishikanisha hivyo, tuko pamoja. Salimia jina. Angalia mtu umsalimie. Haleluya. Mwambie Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Haleluya. Musalimia kwa niaba yako, mwambie prophetess anakupenda. Prophetess anakupenda. Haleluya. Musalimie yako, musalimie yako. Yes. Nyinyi mko wawili na mnaongopana. Musalimie yako. Salimia jirani yako, mwambie. Musalimie yako, salimie yako. Salimia kwa jina la Yesu. Yes. Salimie yako, salimie yako. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Haleluya. 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 Amen. Uko hapa ama uko huko? Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi. Ndani ya Yesu mambo. Ndani ya Yesu mambo huwa sawa. Jamani, mambo haiwezi kuwa sawa na umejishika. Ati mambo nisaidie, ukiingia kwa uimbaji unakuwa sana. Mambo ndani ya Yesu Mambo huwa sawa. Ndani ya Yesu mambo huwa sawa. Hebu pigia Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi ya juu. Pigia Yesu makofi ya juu. Shout Jesus. Shout Yesu. Shout Yesu. Amen. Haleluya. Tafuta space ya kuchezea Yesu. Haleluya. Amen. Tafuta space. Unajua kama uko na mwili na nyama, chezea Yesu. Haleluya. Amen. Kama uko na nguvu, kama uko na nguvu, ukikuwa mgonjwa ndio unajuanga maana ya kucheza. Haleluya. Haleluya. Amen. Lakini Yesu ametupa hii neema, tafuta space. Hebu fanya hivi. Ukiguza mtu asonge. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Are you ready to sing? Yes. Are you ready to dance? Yes. People, are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Haleluya. Amen. Haya, simama. Simama staili ya kuchezea Yesu. Haleluya. Haya, nipe makofi kidogo. Piga. 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 Inua. Inua. Yesu. Inua. Yesu. Inua. Yesu. Weka Yesu hapa jamani. Inua Yesu. Inua Mesia. Inua Yesu. Inua Mesia. Ah, weka mikono juu namna hii. Nikiona wiwi nitajua unataka deliverance. Hayo. Kila mtu inua Yesu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tupigie Yesu makofi mazuri ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Tupigie mama yetu makofi mazuri. Makofi ya mama yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Hivyo basi, hivyo ndivyo Mungu alikuwa amepanga katika sifa na katika kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni wewe huo umenyakua kitu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni Mungu ambaye anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Naye ukijitoa kwa ajili ya huyu Mungu, naye Mungu anajitoa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri wakati unapoingia katika ibada unafanya kile kimekuleta katika nyumba la Bwana, ili ukaweze kupokea kile Mungu alikuwa amepanga katika ibada. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika kila ibada na katika kila Sunday Mungu amepanga mambo mapya zaidi ya vile alikuwa amepanga. Bwana Yesu asifiwe. Na najua kwamba Mungu atazidi kuitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi nataka tukaweze kuingia kipindi kingine ambacho ni kipindi cha kutambua wageni ambao tuko na wao mahali hapa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kipindi cha kutambua wageni ambao wako katika nyumba la Bwana katika ibada ya siku ya leo. Hivyo basi kama unajua ama unajielewa ya kwamba wewe ni mgeni katika nyumba la Bwana, nataka tu kanionyeshe kwa ishara ya mkono ukiwa mahali umeketi. Kama unatambua kwamba ama unajielewa ya kwamba wewe ni mgeni katika nyumba la Bwana, nataka tu kanionyeshe kwa ishara ya mkono. Wageni wanakanionyeshe kwa ishara ya mkono tu. Ukiwa mahali umeketi unainua mkono wako ili tukaweze kukutambua kama mgeni katika nyumba la Bwana na katika nyumba la Mungu. Na ninajua kwamba kunao makuu na kunao baraka Mungu ataenda kuachilia kwenu. Hivyo basi tuchukue nafasi tupigie wageni makofi mazuri. Wageni makofi mazuri, makofi ya wageni. Kwa hivyo wageni wa siku ya leo tunawakaribisha katika hii nyumba ya Mungu ambayo ni nyumba Mungu anaithamini kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyumba Mungu anaitambua kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Maana ibada ile inafanyika mahali hapa ni ibada ya roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu naye Mungu hufurahishwa na ibada ya roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na najua kwamba jinsi vile mmekanyanga mahali hapa, jinsi vile umeingia katika madhabahu, maisha yako yatakuwa vile tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nachukua hiyo nafasi nikaribishe wageni wa siku ya leo katika nyumba la Bwana. Niwakaribishe tu wakaribia hapa mbele ili wakaweze kusalimia kanisa, ukatuseme ai, atuambie majina, umeokoka ama hujaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja kutembelea ama umekuja tukue pamoja kila wakati katika nyumba la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ninajua kwamba kupitia kwa wageni ama kupitia kwa wale Mungu amewaandaa kama wageni mahali hapa, tutabarikiwa na Mungu atatuinua. Kwa hivyo karibu mgeni wa siku ya leo, ukaweze karibia hapa mbele ili ukaweze tusalimia kanisa, kasalimia watu wa Mungu, ukajitambulishe, na ninajua kwamba Mungu atawabariki na atawainua. Karibuni wageni. Pigieni wageni wanapokaribia hapa mbele katika madhabahu ya Mungu, na najua kwamba Mungu atazidi kuitwa Mungu mahali pale. Haleluya. Karibu. Praise God. Amina. Praise God once again. Amina. God is good. All the time. All the time. God is good. And that is nature. Wow. Hallelujah. Me, I'm grateful to be here. Yes. I'm called Mercy Owino. Yes. I'm from Ngong, but for now I'm here in Utawala. Yes. And I'm born again. Yeah. God is my personal savior. Hallelujah. Yeah. And Yes. I'm so proud to be here with you. Hallelujah. By the time I was invited by my friend, Yeah. Mama Idan. Anajijua, inue mkono akiwa mahali yako. Yes. Huyo ndio amemwalika katika nyumba la Bwana.
alinialika Yes. nikuje nishiriki na nyinyi. Amina. Lakini nilikuwa hapa, it was this week on Tuesday nilikuwa hapa. Yes. Nilikaonana na pastor. Amina. Na from that time nilikuwa hapa up to today. Yes. Hallelujah. Nimeona mkono wa Bwana. Amen. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. That's why nimefuata nikasema pale mahali ambapo nilienda. Yes. Lazima tu hapo ndio nitafuata. Amen. Although mimi ni mgeni huku, lakini nikasema acha nifuate huku. Hallelujah. Mungu anionekanie na azidi kunitendea mema. Hallelujah. Mimi nimebarikiwa sana. Amina. Na kabla nimalize, yes, nitakuwa nashiriki na nyinyi for the time I'll be here, I'll be amen. with you. Pigieni makofi. Hallelujah. Na I have a song. Ndanisaidia tu ni chorus tu. I surrender, I surrender. Barikiwa sana, barikiwa sana. Na Mungu atazidi kutenda zaidi ya vile ametenda kwako. Hallelujah. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Hallelujah. Mimi sio mgeni hapa, kuna wakati mwingine nilikuwa hapa. Amen. Nikapata kidogo. Hallelujah. Ya kazi. Yes. Nimerudi tena, nimerudishwa mahali hapa. Amen. Amen. Pigeni makofi. Hallelujah. Kwa majina naitwa Justus Mulwa. Yes. Nimeokoka. Yes. Kristo Bwana nikimbilia maisha yangu. Amen. Nimebarikiwa na waimbaji. Mimi ni mwimbaji bado. Amen. Napenda kucheza vyombo sana, gitaa sana. Hallelujah. Hallelujah. Naomba tu tutaendelea kushika na nyinyi. Amen. Nimebarikiwa kwa mahali hapa. Amen. Tuendelee kumsifu huyu Mungu. Yes. Kwa roho moja. Amen. Kwa kujitolea kabisa. Hallelujah. Tutaona baraka zake. Amina. Nimefurahi kuwa na nyinyi, asante sana. Hallelujah. Barikiwa sana, barikiwa sana. Na karibu tena mahali hapa katika ibada, na Mungu atazidi kuitwa Mungu kwako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Hivyo basi, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hivyo basi tunaenda kuingia kipindi kingine ambacho ni kipindi cha ushuhuda, kipindi cha kunena kwa Bwana, matendo ya Mungu yale yametenda kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa mgonjwa, Mungu akakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni ushuhuda tosha mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuja mahali hapa ukiwa na shida fulani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu wakatumika kwa ajili yako, ukapokea uponyaji, ukapokea ukombozi, ukapokea haja ya moyo wako. Huyo ni ushuhuda tosha mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuja mahali hapa, Bwana Yesu asifiwe, ukiwa haujielewi. Watumishi wa Mungu wakatumika kwa ajili yako, na Mungu akakuachilia ukombozi, ama akaachilia nguvu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni ushuhuda ambao Mungu anahitaji tukaweze kushuhudia, ama Mungu anataka tukaweze kushuhudia mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati tunaposhuhudia mbele za Mungu, huwa tunaweza kutia wengine nguvu kusimama ama kuzidi kuendelea na wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapofanya ushuhuda, Bwana Yesu asifiwe, tunafanya mwingine ambaye alikuwa anasikia kulegea anapokea nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali pale Mungu anazidi kuitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi hiyo nafasi nataka kupeana kwa wale wako na ushuhuda. Kama uko na ushuhuda unaweza karibia mahali hapa mbele ili ukaweze kushuhudia kwa Bwana, ukaweze kupeana ushuhuda wako mbele za Mungu, na ninajua kwamba
kunao kubarikiwa utabarikiwa, kunao kuinuliwa utainuliwa, kunao mambo mapya yatafanyika kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo nafasi ni kwa wale wako na ushuhuda, wale wanataka kushuhudia yale Mungu ametenda. Hata kusema nilikuwa Mungu amenilinda wiki mzima, amenipa nafasi kuwa mahali hapa tena, ni ushuhuda. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaniona, hebu nisalimie tu. Haleluya. Kama Mungu amekulinda wiki mzima, nisalimie tu. Haleluya. Amina. Pia mimi Mungu amenilinda, amenihifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Amenipa uzima, amenipa kuwa hai, amenipa kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi niko na jambo la kumwambia Mungu, ni asanti. Bwana Yesu asifiwe. Na nitazidi kumsimamia huyu Mungu, maana yale nimeona akitenda kwangu ni mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ni mambo yale mwanadamu hakuweza kutenda kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nanena yale nikingoja kama kunao wakushuhudia kuwa Bwana, kunao yule anataka kunena yale Mungu ametenda. Karibu Pastor Brenda ukashuhudie kuwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bwana Yesu ainuliwe. Haleluya. Amen. Amina. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya siku ya leo. Amina. Ameniwezesha kuingia mahali hapa. Haleluya. Sio kwa nguvu zangu, sio kwa uwezo wangu, bali ni kwa uwezo wa Bwana. Haleluya. Mimi nataka kushuhudia ukuu wa Mungu kwa yale ambayo amenitendea. Amina. Tangu nilipoingia katika madhabahu haya. Amina. Hakika nimemuona Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama una shida, jawabu lako liko mahali hapa. Amina. Amen. Amina. Mimi nilipoingia mahali hapa, haleluya, ilikuwa last year mwezi wa Disemba. Nilikuja mahali hapa nikiwa nimevunjika moyo mpaka kiwango ya kusema sitawahi kanyaga kanisa. Amina. Lakini kupitia mtumishi wa Mungu, amina, Pastor Christine, haleluya, pamoja na Bishop, amina, hakika nimeona ukuu wa Mungu. haleluya. Nimekuwa hapa, tumeomba, wamenipa maneno ya kunifariji moyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hakika nimemuona Mungu akinipigania. Yes. Hata katika nyumba yangu. Hallelujah. Nimeona Bwana akinipigania. Amen. Hata katika kazi yangu. Amen. Nimeona Bwana akinipigania. Amen. Nilipoingia mahali hapa, Yes. nilikuwa mgonjwa uso wangu wote. Hallelujah. Nimejaribu kila dawa, Yes. haifanyi. Nimeenda hospitalini, dawa hazifanyi. Amen. Nikaamua kufunga, hakuna kitu kinaonekana. Hallelujah. Lakini wakati wa Mungu ulipofika, Yes. hakika nimemwona Mungu. Haleluya, pigia Yesu makofi mazuri. Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nilitoka mahali hapa nikipeleka my sister huko Adhirifa aende kufanya mtihani. Amina. Nilipoenda kwa kibanda ya mama moja, huyo mama alikuwa Mkamba. Amina. Akaniuliza, "Madam, Yes. shida ya uso yako ni nini?" Amen. Nikamwambia nimezunguka kila mahali na sijapata dawa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na akaniambia, "Wacha nikupatie hii sabuni, ikikusaidia utarudi." Nikamwambia mimi siishi huku, nimetoka mbali sana. Amina. Lakini nikaamini Mungu. Haleluya. Nilipotoka Adhirifa nikakuja nikaoga na hiyo sabuni uso. Haleluya. Siku 2 Haleluya. uso ikaanza kurudi sawa. Haleluya. Nilikuwa na vidonda, ilikuwa inafika usiku naanza kujikuna, sina amani. Haleluya. Nikianza yani nikisikia hiyo joto, Yes. usingizi unaisha, Haleluya. naanza kuumwa na kichwa. Haleluya. Lakini Mungu naye ni nani? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata kama wamekusukumia jambo, Yes. hata kama wamekuwekea magonjwa, Yes. kunaye daktari zaidi ya madaktari. Haleluya. Hata kama Haleluya. wanadamu wanaweza Haleluya. simama Haleluya. kinyume cha maisha yako, Yes. hawatafanikiwa. Amina. Kunaye Mungu anayefanya njia Amina. katikati ya bahari ya Shamu. Haleluya. Mahali ambapo hapo unaona hapawezekani. Yes. Kuna Mungu wa Elijah katika madhabahu haya. Haleluya. Kuna Mungu wa Kristini katika madhabahu haya. Yes. Ninasema nikiwa na ujasiri Yes. ya kwamba katika madhabahu haya nimemuona Mungu. Haleluya. Nimekaa pale kwa kazi yangu. Amina. Hiyo kazi imekuwa na vita sana. Haleluya. Nilipoanza kufungua, Yes. ambia rafiki yako, usimwamini rafiki. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ambia jirani yako, usimwamini rafiki. Yes.
wale ambao tulikuwa pamoja na wao, Yes. tukiomba maombi, Hallelujah. wanarudi nyuma wanasema, Yes. ako kwa chama lakini hakuna siku atawahi fungua kazi. Hallelujah. Nakumbuka siku moja tulipokuwa kwa madhabahu tukiomba, Hallelujah. Mungu akashuka kwa mama mmoja, akanena, akasema, Brenda, ninaona Mungu akisimamisha saluni yako na kinyozi. Watu wakaipinga. Amen. Lakini wakati ilipofika last year mwezi wa 8, Mungu akatuma msamaria mwema. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mahali ambapo unaona hakuna njia, Yes. Bwana anaenda kutuma msamaria, Yes. akushike mkono, Yes. akuvukishe mpaka kwa baraka zako. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Mungu akatumana mtu si wa ukoo wetu, Amen. Si wa familia yetu. Hallelujah. Ni Mkikuyu, akakuja akaniambia, shika hizi pesa. Mahali ambapo ulikuwa unataka kufika, ninataka nione ukifika. Na Hallelujah. akaomba tu ombi moja kwangu. Amen. Na akaondoka. Amen. Amen. Nikachukua zile pesa, Yes. tukaandamana pamoja na pasta, tukaenda Yes. tukanunua vitu, Yes. tukakuja tukafungua kazi. Hallelujah. Wale waliokuwa wanasema sitafungua, Yes. walipokuja kwangu, Yes. walikuwa wanaulizana, hii ni ile sitting room tulikuwa tunakaa tunakunywa chai. Yes. Hivyo ndivyo Mungu atakavyo wa surprise. Yes. Pigia Yesu. Maana itatendeka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mungu akabadilisha sitting room ikakuwa nyumba ya kazi. Amen. Nilikuwa nakaa, maombi ikaombwa, kukue customer 2 3. Lakini leo hii ninasema nimemuona Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Pastor Cyrus yako pale anaweza shuhudia. Amen. Maombi ilisimamishwa, kukue customer 2 3. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hizo bundle walizoziweka, Bwana anaenda kuzikata. Hallelujah. Na utamwona Mungu. Hallelujah. Wacha tu hao wachawi waendelee kukuzunguka. Amen. Wakati Mungu atakapoachilia Hallelujah. moto wateketeze, watabaki wanachanganyikiwa, waulizane kulienda aje. Hallelujah. Mimi niposa nimesimama hapa kushuhudia ukuu wa Mungu. Amen. Nimeona Mungu. Amen. Tulikuwa tunakaa vizuri, ikifika Thursday kisirani inatoka from nowhere, tunagombana. Na unajua mtu ukigombana ufai kwenda kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nasikia kushushika moyo mpaka nakaa chini. Na hiyo Sunday watu mioyo inakungojea uende kuihudumia. Lakini nikaambia Mungu, Hallelujah. jinsi ambavyo Bwana uishivyo, Yes. wacha mapenzi yako yatimie. Hallelujah. Nyumba yangu imekuwa na amani. Yes. Nyumba yangu Pigia imekuwa Yesu na furaha. Makofi kwa Yesu. Na nimemwona Mungu akinitetea. Amen. Na sina budi kumwambia Bwana ni asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuwa kwa kanyani, tuseme hiyo miaka ambayo imeisha hapo nyuma, nimekuwa na mambo magumu sana. Lakini nimemuona Mungu. Na nitazidi kutumikia Mungu wa haya madhabahu. Amen. Nilisema ya kwamba wacha wakati wangu kwanza, nitulie kwanza. Siku yangu ya kutoa ushuhuda ilikuwa ni leo. Amen. 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 Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapigwa vita na watu ambao unaomba nao kwa madhabahu. Unapigwa vita na majirani. Yes. Wakasema hawezi akafungua kazi. Hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Usijidharau. Katika hiyo udhaifu wako, Amen. hapo ndipo Bwana atakuinua. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika hiyo hali ambayo unayoipitia saa hii, Amen. ni ushuhuda Bwana anaendelea kukuandalia. Hallelujah. Anaendelea kukuandalia. Amen. Ataandaa meza mbele ya watesi wako. Amen. Waliokuwa wanasema hautaendelea, wataona ukisonga mbele. Hallelujah. Wataona ukinawili. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipewa muda wa kuishi, Yes. nikapewa muda wa kukua maskini. Amen. Lakini siku baada ya siku Amen. ninamuona Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isikujalishe ni maneno gani wanakutamkia. Yes. Isijalishe ni nini wanakufanyia. Yes. Hata kama wataenda kwa wachawi, watafika kwa wao wachawi na kila kitu kitabaki fire. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri. Nashangaa watu wapige makofi kwa Yesu. Na Yesu ametenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua hata wakati Ana alipokuwa katika hali ya kukosa mtoto, Amen. Penina alimsukuma sana. Amen.
akisema kwamba ona huyu tasa, ona huyu maskini, jinsi ambavyo wanavyokunenea leo. Hallelujah. Lakini hawajui kesho yako ni Mungu ameibeba. Hawajui hatima yako ni Mungu ameibeba. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitaki kuongea mengi kwa sababu nikiongea mengi utapata nimeenda. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mimi nimeishigi nikitumika kwa madhabahu. Nimeishigi nikiimba. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeishi nikihubiri kwa madhabahu. Hallelujah. Na wacha nikwambie jinsi ambavyo hao watumishi wa Mungu walio mahali hapa. Jaribu kuwashika mkono. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zile vita wanapigana usiku ni kwa ajili ya maisha yako. Hallelujah. Wewe huwezi jua. Kweli. Hallelujah. Ile mahali ambapo yani wanapokanyaga. Amen. Wewe mwenyewe huwezi kanyaga. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wako na hiyo uwezo wa kubeba mioyo ambayo Bwana ameweka katika mikono yao. Usiku na mchana wanaendelea kuintercede. Amen. Ndiposa maisha yako ifanikiwe. Yes. Ndiposa maisha yako inawili. Amen. Hata huyo mchawi aliye kando yako, yes, hatakuweza. Hallelujah. Hatakuona. Amen. Bwana atakuwekea cover. Hallelujah. Wanapokuona hivyo wanaulizana. Yes. Huyu ni ule Pastor Christine tulikuwa tunamuona. Kweli. Huyu ni ule Pastor Harrison tulikuwa tunamuona. Hallelujah. Endelea kung'ang'ana mahali ambapo ulipo, endelea kusukuma. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usirudi nyuma. Yes. Maneno ya wanadamu isikuvunje moyo. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna clip pastor alituma, ilikuwa WhatsApp. Na pia ni jambo la kutia mtu moyo. Hallelujah. Unapoona wakati Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona vita zikiinuka, jua ya kwamba uko na Mungu mkubwa. Lakini unapoona mambo yakiwa yametulia, jua kwamba hakuna mahali penye unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Vita zinapoinuka, endelea nawe kuchochea maombi. Endelea kupiga magoti. Endelea kuitana kwa mbingu, na hakika itasimama ni kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeona Mungu akinipigania. Pale kwa kazi yangu, nilikuwa napata customer wanakuja tu wachache. Lakini Mungu amenipatia kibali. Mpaka nimeweka kazi ya kuuza viatu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Piga Yesu makofi mazuri. Nimemuona Mungu. Makofi mazuri kwa Yesu. Wacha niwaachie mahali pale. Hallelujah. Na Mungu awabariki. Hallelujah. Nimeishigi, yani tuseme in and out kwa magonjwa. Mara ni dawa. Hallelujah. Mara saa zingine unasikia unaumwa na huku kwa kiuno. Mpaka nakumbuka siku moja nilikaa kwangu kwa nyumba nikauliza Mungu, kwani nimetoka hapa, hizi vita bado ziendelee kunifuata? Amen. Nikasema sitakuja kutafuta bishop. Nikapiga magoti kwa nyumba, nikaambia Mungu, hii shida wanayonisukumia, nishikwe na ugonjwa wa kidney, nimeikataa. Tangu hiyo siku sijai kuwa mgonjwa tena. Hallelujah. 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 Mimi nilikuwa na keti, nikikaa kwa nyumba siwezi kaa venye watu wanakaa. Lazima nikae na side kwa sababu naumwa na side moja. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio nakwambia kwamba hata kama wamekusukuma wamekufikisha mwisho, hautakufa. Utaendelea. Hallelujah. Na utanawili. Hallelujah. Maisha yako itafanikiwa. Hallelujah. Utafikia hatima yako. Hallelujah. Barikiwe sana. Hallelujah. Pigeni Yesu makofi. Pigeni Yesu makofi mazuri. Uzuri wetu mapastors, tukiamua kushuhudia tunashuhudia, tunaingia tunahubiri, tunashuhudia. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Naamini ya kwamba kupitia huyo shuhuda kila moja mahali amepokea nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Huenda kuna shida fulani ulikuwa, ama kuna hali fulani ulikuwa umepitia, tayari anza kupokea nguvu mpya, maana Yesu tayari ameenda kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine wa kushuhudia. Hallelujah. Mwingine wa kunena kwa Bwana. Hakuna trafika hapo katika hicho kipindi cha ushuhuda. Tunaenda kipindi kingine ambacho ni kipindi cha matangazo.
Nataka nikaribishe mtangazaji ambaye tuko naye siku ya leo ili akaweze kutupa matangazo. Naamini ya kwamba Mungu atamuongoza. Karibu sana. Asante. Karibu kwa matangazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Andrew Mbuvi. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Namshukuru pia kwa maana ameniwezesha kuona hii Sunday ya mwisho mwezi wa 8. Tulianza naye, bado tunaendelea naye kwa uwezo wake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashangaa sana kuona watu wana ushuhuda, na nikikaa hapa nikisikuwa nimesimama pale sioni mtu ambaye amewekwa oxygen kupitia machine. Naona kila mtu ana breathe vizuri. Naona kila mtu ako na mikono vizuri. Naona kila mtu anaona. Hiyo ni ushuhuda. Amina. Kuna watu wana macho, Hallelujah. hawana viungo za mwili. Amina. Uko na sababu ya kumshukuru Mungu. Yes. Pia kwa ulinzi, kwa maana hii hewa kama si yeye kuitakaza tungekuwa wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naenda kuwakaribisha kwenye matangazo yetu ya siku ya leo. Amina. Kanisa letu linaitwa Jesus Rescue Breakthrough Center. Amina. Nakaribisha kila mmoja kwenye ibada ya siku ya leo. Yes. Wenye tuko hapa ndani na wenye wote tuko wanaotutazama kupitia mitandao ya online, YouTube, Facebook. Kote huko tuko live. Amina. Kwa uwezo wa Bwana. Kanisa letu liko chini ya manabii na mitume. Amina. Hii ndio huduma ya mahali hapa. Hallelujah. Kwa hivyo ukiwa hapa ujue uko nyumbani. Hallelujah. Kitu ya kwanza kabla sijaendelea, nataka ujue maana hiyo jina ya kanisa yetu, Jesus Rescue Breakthrough Center. Amina. Ukijua tu hiyo jina, hata uhitaji mtumishi akuwekelee mkono. Amina. Kwa maana jina yenyewe inasema Yesu anakomboa. Yes. Baada ya kukomboa anaachilia breakthrough. Hallelujah. Kwa mambo yako yote. Amina. Na ukiamini hiyo, njua uko na kila kitu. Amina. Ibada zetu huwa zinakuanga 2. Ya kwanza ambayo inaanza saa 1 mpaka saa 3. Yes. Kutoka hapo tunakuanga na mapumziko ya 1 hour 30 minutes, ambapo hiyo mapumziko tunakuanga na Sunday school ambayo inaanza saa 3 hadi saa 4:30. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baada ya pili tunaanzanga saa 4:30 hadi saa 8 kwa uwezo wa Bwana. Amina. Kitu naweza wahimiza kwa ibada zetu, naomba tufike mapema, kwa maana watu wengi wanataka watendewe lakini hawataki kujitoa. Lazima ujitolee, vitu zingine lazima ujiombee, na tunakuanga na muda wa kujiombea sisi wenyewe. Kutoka saa 4:30 tunakuanga tunafanya intercessory. Unajiconnect na mbingu, unapata hata wakati wa ibada wanaimba hapa, wewe umekuwa connected na Mungu, anakuhudumia wakati roho yake ameshuka. Amina. Wakati wa neno pia unapata umehudumiwa kwa maana uko connected. Amina. Lakini saa zile uko connected, naweza kuwashata mchungaji akihubiri, utaanza kusema hiyo ibada ya siku ya leo imenibo, kumbe wewe ndio uko umejiconnect. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pia na wasi tukue tunakuja na Biblia na kitabu ya kuandika. Juu naweza nikiuliza Sunday tulisoma wapi, wengi hawajui. Kwa hivyo tukuja na vitabu tafadhali. Yes. Na Biblia. Ukiwa na Biblia, hiyo ni silaha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mpangilio yetu ya kila wiki, kila Monday kuna kuanga na usafi mahali hapa kwa ambao huwa unafanya usafi. Then Tuesday tunakuanga na huduma ya 1-on-1 ambayo inaanza saa 4 mpaka saa 10. Hapo unaweza tuma, ama wewe mwenyewe uko na mambo yako unataka kumwambia mtumishi. Kuna mambo ingine huwezi sema hadharani, lazima uhudumiwe 1-on-1 at a personal level. Na pia hapo unaweza jifungua useme hii imenisumbua sana na siwezi kuja kusema kwa madhabahu, lakini wakati unaongea na mtumishi, Mungu anakuhudumia. Unapokuja kwa hiyo huduma, kwa unajua kwamba ukuji kuona mtu, unakuja kuona mtumishi wa Mungu ambaye atatumika kukunenea kwenye hanga yako, kwenye mambo yako. Watu wengi tunakosa kufanikiwa kwa maana mchungaji, bishop ama pastress wanapotutamkia maneno, tunaona Pastor Christine badala ya kumwona kama mchungaji. Tujue yeye anatumika kama chombo kupitisha ile ujumbe kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Pia unaweza alika wengine ambao unajua wako na shida kwa hiyo huduma. Nimeona imetusaidia sana. Kama mimi venye nilikuja hapa siku ya kwanza ilikuanga ni Tuesday,
tulikuwa Benedicta, nakumbuka vizuri. Tulikuwa na mambo mengi sana tulikuwa tunapitia, ya kwanza ikiwa magonjwa, na nilipokuja kwa hiyo ibada mtumishi akaniombea tukiwa na mke wangu, na kutoka hiyo hatujailazwa hospitali. Hii ni mwaka wa 3. Amina. Hatujailazwa hospitali. Amina. Mke wangu alikuwa anashinda akigonjeka pia. Amina. Kila wakati nampeleka hospitali, lakini tuliposhika yale maneno kuhani alinena kwenye anga yetu, hakika sijairudisha mke wangu hospitali juu ya magonjwa. Hiyo ni ushuhuda mkubwa kwa Bwana Yesu. Haleluya. Pia ndio maana niliwaambia mshike jina ya kanisa venye inasema, sio mtu unakuja kuona, ni Mungu, kwa maana Yesu anakomboa. Then hiyo Tuesday pia tuko na ibada ya evening service ambayo inaanza saa 11 na inaisha saa 12:30. Hiyo ni ibada ya maombi. Amen. Kujiombea. Si vizuri ukuwa unakuja tu Sunday to Sunday. Hata katikati ya wiki ukipata nafasi, tumepewa nafasi ya kujiombea mahali hapa tukiwa na watumishi, wachungaji. Then saa 12 ikifika tunapewa imizo ya neno ama chakula cha jioni kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wednesday tuko na lunch wa service ambayo inaanza saa 6 mpaka saa 8. Hiyo ni ibada ingine ambayo nimeona imekomboa watu wengi sana na imeponya wengine instant. Hizo ni wenye wengi si wa hii kanisa. Wangekuwa wanakuja kila Sunday, mngekuwa unaona wanatoa ushuhuda juu. Kwa hiyo lunch hour tumeona watu wengi wakiponywa. Hallelujah. Watu wengine wakiwa na shida ya ngozi naona wakiponywa kwa utukufu wa Bwana, na kuna kuanga na deliverance. Kwa hivyo hiyo ni ibada nyingine after injili, kuna kuanga na deliverance. Kwa hivyo mimi nawakaribisha nyinyi nyote na tufike mapema. Thursday tuko na pia huduma ya 1-on-1 ambayo inaanza saa 4 mpaka saa 10. Na mkianza kualika watu marafiki ama majirani, tafadhali waambieni wakuje mapema. Pia kama ni mwanamke, tafadhali waambieni wavae vizuri, wanaenda nyumbani ya Bwana, hawaendi kwa soko. Amen. Hiyo na wasi tafadhali. Hallelujah. Ili utukufu wa Bwana ukapata nafasi ndani yenu. Njoo kuna wengine wanakujanga wanavaa hapa, hata unashangaa utamfanyia aje. Na katikati ya wiki hatunanga hashas ya wa ladies. Kwa hivyo wanaume ndio wanakuanga hapa. Kwa hivyo mimi nawasi tuvae vizuri kama wanawake, na najua Mungu atajitukuza. Then after 1-on-1 ibada kuna evening service pia ambayo inaanza saa 11 mpaka saa 2:30. Vile vile tunakuanga maombi na naimizo ambao tunaongozwa na wachungaji ambao mtumishi amechagua kwa ajili hiyo siku ya Ijumaa. Amen. Tuko na maombi ya jioni ama mini kesha ambayo inaanzanga saa 11, lakini saa 10 kanisa inakuanga imefunguliwa. Inaanzanga saa 11 mpaka saa 2 jioni. Hapo ni pale ambapo tunaomba maombi ya Friday mpaka tukingojea ile siku tutafunguliwa, tukue na full kesha mahali hapa, na najua Mungu atajitukuza. Ukihesabu hizo siku zote, tuko na siku mingi sana. Ni Monday tu atukuji kanisani kuomba na Saturday. Kwa hivyo uko na siku zingine 3 apart from Sunday kujiunganisha na hii madhabahu ili Mungu akatukuke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila Saturday tuko na practice ya praise and worship, Kingdom Dancers and Choir. Kama unataka kujiunga na hicho kikundi, unaweza ona mtumishi wetu, mama yetu Pastres ako pale, anaweza kuongoza vile unaweza kujiunga kwa jina la Yesu Kristo. La mwisho tuko na huduma ya boma kwa boma. Hapa ni pale ambapo mtumishi wa Mungu huwa wanatumika kwenda kwa boma, mahali umezaliwa ama mahali umeolewa ama mahali umeoa, kupeleka watumishi pale, kwa maana tunajua mababu zetu, baba zetu, wazazi wetu kuna maangano walitenda bila sisi kujua, na unapata hizo mambo inatuandama bado pia. Na hapo ndio wanatumika kwenda kuvunja yale madhabahu, vile Gideoni alipotumika kuvunja madhabahu ambao inaotuandama, kwa maana madhabahu mingi hutumia kupiga mchanga. Hata huko Nairobi kuna mchanga unakanyanga. Kwa hivyo ile angano pia inakufikia. Hapo ndio watumishi wanachukua usukani wakitumika na Mungu kwa njia ile amewabariki nayo, ili kuondoa hiyo madhabahu, na Mungu huwa anatenda sana. Mimi nilipofanya hivyo tulikuwa na mke wangu. Yes. Hii ni ushuhuda, kwa maana boma ya mke wangu hawakuwa nasikizana.
hata ile family hawakuwa wanapewa heshima, na watu walikuwa ni kama wako scattered, kila mtu ako kivyake, na mtu akifanya maendeleo unapata kuna wivu inaingililia ama wanaanza kumpotosha. Lakini wachungaji walipofika pale na tukaomba, kwanza kuna babu alikuwa anasema akienda Wathieta hata toka. Tulienda tukapata hiyo siku ni mgonjwa, karibu maombi isimame, lakini tukaomba na Mungu akajitukuza, akapelekwa hospitali hiyo siku. Na alipoenda kufanyiwa operation, juu alikuwa amefikisha miaka 100+, akafanyiwa operation akatoka vizuri, na saa hii anatembea kwa uwezo wa Bwana. Kuna wanti wengine pale pia walikuwa wamefungwa, lakini kwa uwezo wa Bwana Mungu akajitukuza na akaachilia nuru kwa ile mboma na kukakuwa na umoja. Kwa hivyo hii maombi ya mboma kwa mboma inakuanga na nguvu sana, na wewe inafungua watu wengi sana sana sana, bila hata sio wewe peke yako na ama mke wako, lakini pia wale relative. Unapata hilo uadui ulikuwa inaondoka na kile kizuri kinaingia, kwa maana mahali wawili wameshikana kwa jina la Yesu, Mungu anajitukuza. Mimi nawatakia ibada ya siku njema, mfanikiwe, Mungu awabariki, mkuwe na wiki njema na mwanze mwezi vyema. Mungu awabariki sana sana. Amina. Pigia mtumishi wa Mungu makofi kwa kutupa matangazo ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuanze kujiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Tuandae mioyo yetu ili tukaweze kuingia kipindi ambacho ni kipindi cha neno, kipindi cha kukula chakula cha rohoni, kipindi ambacho ni cha kusikiza sauti ya Mungu, maana neno la Mungu ni sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na naponena kupitia mtumishi wa Mungu lazima yatimie. Bwana Yesu asifiwe. Maana neno la Mungu linaniambia kwamba na kila andiko alitapita bure, lazima alifanya ile kazi alilolituma likaweze kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri wakati mtumishi wa Mungu ama yule anayepewa neno anaposimama katika madhabahu, mahali pale unakuwa makini kusikia kile Mungu ametumana ama kusikia kile Mungu ananena kupitia kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na ninajua kwamba mahali pale kupitia kwa neno kuna makuu, kuna makubwa, kuna milango Mungu ataenda kufungua kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ukombozi utapatikana kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kwa neno Mungu ataenda kurekebisha njia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukiangalia kitabu ni kile cha Timothy wa 2:3-16 mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linaniambia kwamba neno la Mungu urekebisha njia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu lipo kwa ajili ya kutuonya. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu lipo kwa ajili ya kutenda makuu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi nataka kuchukua nafasi nikaribishe mama yetu. Haleluya. Ama nikaribishe mtumishi wa Mungu katika madhabahu. Kwa hivyo tunaweza piga makofi wakati mtumishi wa Mungu anapopanda kwa madhabahu ili kupeana chakula cha rohoni. Haleluya. Karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama uko na furaha ya Bwana nifungie mkono. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ngeukia mwenzako mwambie baridi imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yenyewe usubuhi haikuwa mchezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Si umeona vile ilikuwa usubuhi? Na Mungu amekuwa mwaminifu kwa sababu hali zote ni za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na najua Bwana atatenda makubwa na Mungu ataonekana. Kubarikiwa ni wewe umekuja na ukuangalia hali ya anga, kwa sababu hali zote Bwana ndio sababisha zikuwe jinsi zilivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo basi nachukua fursa kuwakaribisha nyote wageni kwa wenyeji, mjiishi mkiwa mahali ambapo panafaa. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali ambapo Yesu anakusudia kutenda makuu kwa ajili ya maisha yako. Amin. Na kwa kile ambacho utakachoamini leo. Yes. Bwana Yesu atakufungulia mbingu na anga za juu. Amin. Bwana Yesu asifiwe sana. Amin. Kumbukeni ya kwamba hii ndio Sunday ya mwisho ya mwezi wa 8.
Amen. Nafikiri next Sunday itakuwa tarehe 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kuna makubwa vile vile Mungu atatenda. Hallelujah. Na ataonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimesikia watumishi wa Bwana kuna neema ya kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na najua kwamba Mungu atajitukuza. Yes. Pastor Brenta. Yes. Ndiye atatuhubiria Sunday inayokuja. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na atahubiri main service. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hallelujah. Naendelea kulea hizo vipawa ziko ndani yenu. Hallelujah. Wachungaji. Amen. Anajua kuna kitu kizuri kinaenda kupatikana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Kwa hivyo najua kwamba Mungu atajitukuza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata leo sio mimi nahubiri. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lazima tu balance gender. Yes. Balance. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si kila saa wanaume wanasimama hapa. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo nitakuwa na rotate. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na first service tutahubiriwa na First Alice. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hallelujah. Nitakuwa napanga hivyo, napanga hii wiki au wawili, hiyo nyingine napanga wengine. Kama ni wanadada wanashikilia kutoka asubuhi mpaka jioni. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na najua katika hiyo hali tutaendelea kulea hizo vipawa na Mungu atajitukuza. Kwa hivyo kuna petition ilipitia huko, kasemekana nimeengemea wanaume sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo najua kwamba Mungu atatubariki na atatenda makubwa. Hivyo basi simameni tukaribishe mhubiri wa siku ya leo. Na Bwana atatukuzwa na ataonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mikono yako, tamka jambo mbele za Bwana, ambia Yesu vile unataka siku ya leo hiyo neno ikakufanya, kwa sababu vile utakavyoamini leo hivyo ndivyo Bwana atakavyotenda kwa maisha yako, na utaona uaminifu wa Bwana. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakuita Mesia, mwana wa Mungu, wakati kama mfalme wa ajabu. Naitisha uwepo wako na nguvu zako Bwana zikashuke na kutawala mahali hapa, nikiomba utakaso kwa ajili ya mbingu na anga, tuendapo Bwana kuingia kwa ajili ya neno ambao umetuma na mchana wa leo Kristo. Ninajua kwamba kuna kusudi na sababu ila ambao Bwana umetumana kwa ajili ya mioyo iko mahali hapa. Wacha Bwana kupita kwa hiyo neno ukajitwalia utukufu wa kuwa ndiye Mungu. Tumishi wako Baba unaenda kumtumia, na mwitishia wingu kutoka madhabahu mbinguni ikamfunike kwa utukufu na kwa nguvu zako Bwana. Mtie nguvu zaidi kwa kuwa ndiye Mungu. Tawala kwa anga na kwa nchi kavu, onekana kwa kila mbinu Bwana majeshi. Maroho yote usikumia watu unyonge na uvivu na usingizi wakati kama huu neno limeashambulia kwa anga, kwa jina la Yesu Kristo. Na alika utukufu wako na nguvu zako zikatawale mahali hapa Bwana. Tumia mtumishi wako vile upendavyo Bwana, na kuomba tukakuone kupita kwa hiyo neno Bwana. Fariji mioyo yetu, fungua mambo yetu, tenda mapenzi yako, kwa sababu ni Mungu mkuu na Mungu mwaminifu. Asante Yesu kwa kuwa ni Mungu usiyeshindwa. Kwa jina la Yesu ninaomba na atakuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Hiyo ni kidogo. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapi shangwe na nderemo? Hallelujah. 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 Mungu akubariki. Amen. Tumpigie makofi. Hallelujah. Yeye ni kuhani wangu. Yeye ni babangu wa kiroho. Amen. Amen. Nasaidia yote, ndiye baba ya watoto wangu. Hallelujah. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yeah, he is my husband. Nasaidia yote tukiwa hapa tunatumika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe jipigie makofi kwa kufika. Yes. Amen. Tupigie Yesu makofi. Hallelujah. Amen. Mungu akubariki sana. You may have your seats. Yes. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu, maana tangia tuanze asubuhi Mungu anatembea kwa njia ya kipekee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ya kwa hivyo
Kile nitakuomba tu ni tutembee katika anga pamoja. Amen. Amen. Usikubali kuachwa nyuma, vile tumeabudu, Yes. tukasifu tukiwa pamoja. Amen. Hata dakika hii nisaidie tutembee pamoja. Haleluya. Amen. Ile zile nutrients tumepata kwa worship na kwa praise, tuongezee hizi tuende level nyingine. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. God is good All the time. and all the time. God is good. Angalia jirani kama ameketi vizuri ama ameketi kama ako kwake. Haleluya. Wewe umeketi kama uko kwako. Keti vizuri kama tuko mahali tunapokea mambo ya kiroho. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Kwa wageni, Prophetess Christine. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amenilinda, amenihifadhi kufika hapo, itakuwa rahisi ila mkono wake umenisaidia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisaidia kusema amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ninawapenda sana. Haleluya. Amen. Mnanipenda. Mnanipenda sana. Na Mungu awabariki. Kwa hivyo sitaharibu muda. Asante our today's preachers for the first service, second service programa. Tumpigie makofi. Amen. Amen. Tupigie watu wa praise and worship makofi. Hallelujah. Tupigie wacheza vinanda makofi. Yes, yes. Tupigie yes, watu wa media. Tupigie anayetupa sauti makofi. Yeah. Hallelujah. May God bless you. Hivyo basi ningeomba uchukue kitabu chako, your notebook and your Bible, ili tutembee pamoja. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujumbe wa siku ya leo unasema your dream will not die. Your dream or my dream will not die. Ndoto yangu, ndoto yako haitakufa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Your dream will not die. Hallelujah. Ujumbe wa siku ya leo, ndoto yangu, ndoto yako haitakufa. Kwa ajili ya maadui, kwa ajili ya wachawi, kwa ajili ya wasoma nyota, Yes. hawataweza kuasesi ndoto zetu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Fungua nami kitabu ni kile cha Mwanzo, Genesis chapter 37. Tuanzie verse 17. Genesis chapter 37 verse 17. Kama utaweza usome kwa haraka, maana ninahisi anga leo ishapenya. Haleluya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mefika pale ya tusome kwa uwezo wa Mungu. 17 mpaka 17 mpaka 20. Hallelujah. Kitabu ni kile cha Mwanzo, kifungu ni kile cha 37. Ningeomba uanze verse 1 ili tuelewe na uende kwa haraka. Kitabu ni kile cha Mwanzo 37, mstari wa kwanza mpaka wa 20. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kanaani. Hivyo ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani.
15. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. 6. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikaisunguka ikainama mbele ya miganda wangu. 8. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. 9. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 sikiniinamia. 10. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudia hata nchi? 11. Ndugu zake wakamuhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. 12. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo na baba yao huko Shekemu. 13. Ezekieli akamwambia Yusufu, Israeli akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Akamwambia, enenda basi ukaone kama ndugu zako uwanjambo na kundi nalo lisalama, ukaniletee habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebroni akafika Shekemu. 15. Mtu mmoja akamkuta, naye alikuwa anasunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akasema, unatafuta nini? Akasema, na watafuta ndugu zangu, tafadhali uniambie mahali wanakochunga. 17. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana niliwasikia wakisema, twendeni Ndothani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Ndothani. 18. Wakamwona toka mbali, na kabla hawanja karibia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. 19. Wakasemesana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja. 20. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tukaseme, mnyama mkale amemula, kisha tutaona sitakujaje ndoto zake. Amen. 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 Na Mungu abariki neno lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujumbe unasema ndoto yako haitakufa. Ndoto yako haitazuiliwa. Haleluya. Mipango ya Mungu haitazuiliwa na mwanadamu isitimie kwa maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pale tumesoma historia ya mtu mmoja alikuwa na nyota kubwa. Haleluya. Mtoto ambaye alikuwa ni last born. Haleluya. Maana tumeambiwa alikuwa ni mtoto wa uzeeni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alikuwa ndani ya wadugu wengine wao, lakini yeye alikuwa na kitu speciali ndugu zake hawakuwa nacho. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Weka Biblia kando kwa sasa. Tukasoma ya kwamba katika hao madugu yeye alikuwa ni mtoto wa kipekee. Kuna mambo Mungu alikuwa anamtumia, wao hawakuwa wanafunuliwa. Na katika hiyo hali, wakati ndugu zake walipotambua, wakaanza kushikwa na wivu. Yes. Wakaanza kusoma nyota yake na mapema. Yes. Maana mara ya kwanza alipowaambia zile ndoto aliota, yes, mara ya kwanza walianza kujua huyu mtu ako na kitu ambacho kitakuja kututawala. Yes. Na yeye ni mdogo wetu. Amen. Haleluya. Hallelujah. Vita ya kwanza ya Yusufu kuanza ilianza wakati aliambia ndugu zake kuna ndoto ameota, na ile ndoto ikaanza kuzua vita baina yake na ndugu zake.
Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakaanza kujiuliza, itakuaje our last born, itakuaje mtu amezaliwa tukimuona atumiliki? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana ndoto ya kwanza alisema aliona mkanda wake, haleluya, ukiwa umesimama na hizo mikanda zingine zikizunguka huo mkanda. Walijuaje kama mkanda huo ni Yusufu? Haleluya. Haleluya. Walijuaje kwamba huyu kuna kitu ambacho kiko ndani yake ambacho sisi hatuna? Kuna wasoma nyota. Haleluya. Kuna watu hata tukilala wanajua kesho yetu itakuwa namna gani. Ni nini huwa inatendeka? Wanaweza angalia behavior ya mtu, waseme huyu mtoto vile ana behave, huyu mtu vile ana behave, anaweza kuwa na kitu kizuri. Hivyo basi kwa sababu wako kinyume, wakaanza kusema huyu mtoto atakuja kututawala. Maana alipoeleza ndoto ya pili, walimuuliza, wewe unamaanisha utakuja kututawala? Ni nini walikuwa wameona? Kuna kitu walikuwa wamesense. Labda ni tabia zake walikuwa wameona, labda ni vile alikuwa anakaa. Hata haya maisha tuko, kuna sai watu washajua ndoto yako itakuwa namna gani. Kuna watu wakiwa mahali wanajua huyu mtu kuna kitu ambacho kiko ndani yake hata kabla hajasema. Wakati mtumishi wa Mungu ameshuhudia kuna kitu kuhani amesoma ambacho kiko ndani yake, ndio akasema Sunday ndiye atatumika, maana kuna kitu ameona. Hivyo ndivyo ndugu zake walikuwa wameona. Haleluya. Na kwa sababu walikuwa na mdharau, wakaona huyu ni mdogo wetu, akitutawala itakuwa namna gani. Lakini hawakujua kwamba huyu kile kinafanyika ni mambo ya kimbingu, sio mambo ya kidunia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakawa wanaulizana maswali. Unamaanisha wewe tutakuja kukuinamia? Unamaanisha wewe tutakuja kukuita mkubwa wetu? Wakaanza kupangania, wakaanza kupangia ndugu yao. Hata siku hizi damu imeanza kugeuka damu nyingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata siku hizi unasikia mtoto ameuawa na baba, maana ilianza hata nyakati zile. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Na kile huwa kinachangia mambo ya kuwa hivyo ni shetani, maana ashatambua huyu mtoto anaweza kuwa ndiye atakuwa breadwinner wa hii familia. Wachawi wanatuma, mawazo inachafuka, anaona huyu nafaa kumuua. Mzazi anachukua kisu anadunga mtoto. Hayo mambo si mambo ya hivi hivi, ni mambo yamekorogwa katika anga. Kwa hivyo na yule mtu hana mtu wa kusimama katika anga, shetani anapata nafasi. Haleluya. Amen. Kwa nini haikupata nafasi kwa Yusufu? Maana Mungu ndiye alikuwa na control ndoto yake, na ndio maana ametumana leo ndoto zetu asitauawa kabla sitimie. Haleluya. Yusufu akaambiwa, nenda ukaangalie ndugu zako kule wameenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alipokuwa anatoka, maana walikuwa wameanza kumnickname, wanamuita ule muotaji. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana sila ndoto walikuwa anawapea silikuwa ni ndoto za kiufalme, silikuwa ni ndoto za kuinuliwa. Hivyo basi hawakuwa na amani na yeye. Haleluya. Amen. Somea verse 21. 21 inasema hivi: Rubeni akasikia, akamwokoa katika mikono yao. Akasema, tusimuue. Rubeni akamwambia, msimwange damu, mtupeni katika birika hii iliyopo nyikani, wala msimguze, ili apate
kwa katika mikononi yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama walikuwa wamepanga kimoja, kuna mmoja alikuwa anaona in damu ya ndugu yetu hatutaimwaga, akaamua kama mbaya, akawaambia tusimuue, maana walianza kupanga chama walipomuona pale akikuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Walipomuona akija, wakasema yule muota ndoto ndio ule. Hivyo basi wacha tupange huyu tusimwachilie, maana labda walijua amewaletea ndoto nyingine ameota. Wakaanza kumpangia kumuua. Ndivyo Rubeni akanguzwa na hiyo damu, akasema tusimuue. Yes. Tusimwage damu isiyo na hatia. Wakipanga, Mungu lazima atume msaidizi. Ukiwa na kitu cha Mungu ndani yako, watapanga, lakini kabla wakufikie, Mungu ataleta another option. Asifu maisha yako, asifu ndoto yako. Watapanga, wacha sasa tutumbukize hii picha yake hapa, na tukifundika tufunike pumzi yake. Kabla hiyo, Mungu atatuma malaika akwambie omba, katana na hii. Wakamuona wakipanga. Rubeni akasema tusimuue, tusimwage damu isiyo na hatia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kasema Rubeni akasikia, akamwokoa katika mikono yao, akasema tusimuue, tusimwage damu, tumtupe tu katika birika iliyopo nyikani, wala msimunguze, ili apate kumwokoa katika mikono yao, akamrudishe kwa baba yake. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamfua Yusufu kanzu yake, wakamfua Yusufu kanzu ile ndefu aliyoivaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo kanzu alivalishwa wakati alianza kuota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio walitangulia kusema wacha tumtoe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamtoa, wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Nao wakakaa kitako kula chakula. Wakiinua macho yao, wakaona msafara wa Ishmaeli wanakuja wakitoka Gileadi na ngamia sao, wakichukua ubani na zeri na manemane, wakisafiri kuvichukua mpaka Misri. Yuda akamwambia ndugu zake, kwa nini kumuua ndugu yetu na kuificha damu yake? Haya, na tumuuze kwa hawa Waishmaeli, wala mikono yetu isimdhuru. Amen. Maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Hakuna mtu anaweza soma operation ya mbinguni. Hakuna mtu anaweza chunguza mahesabu ya mbingu kwa watu wake. Hallelujah. Leo watu wanaweza kuwa ndio wanajua vile ulizaliwa, vile ulisoma, lakini kuna kitu ambacho hawataweza kufikia, ndoto yako, kama Mungu ako upande wako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale waliokuwa wamepanga kumuua wakarudi kusema tumekubali, wacha tumuuze. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa shamtoa nguo, walikuwa shamtoa wamtupe katika birika, lakini wakaona anaweza kaa hapo ashikwe na njaa akufe, maana washaondoa wazo la kumuua. Wakasema tumuuze,
maana wakimuuza atapata chakula, si ndio? Wakimuuza atatunzwa vizuri. Kwa hivyo wakakubali tusimuue wala tusimdhuru. Mbingu inasema hivyo leo. Wale waliokuwa wamepanga kinyume cha maisha yako, usija ukaongopa, maana mbingu imepanga kile kilipangwa katika ndoto yako kitimie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ndugu zake wakakubali, eri wamuuze, bora wasidhuru damu yake. Wakarudi kusema, maana hiyo ni damu yetu. Yes. Hata siku ya leo, Hallelujah, mimi katika familia tuko na maandui pale. Yesu anasema usija ukamchukia, usija ukamuongopa. Kuna damu ambayo ilimwagika msalabani, inanena kwa ajili yako. Kuna damu iliyotiririka pale, inanena uhai juu yako. Wakipanga kukudhuru, watarudi wao kwa hizo vikao waseme, wacha tutimuonange, lakini asiwahi fanikiwa. Kabla wafike kuona mafanikio, mbingu itakuwa imekuinua na hawatakuona. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakasema tusimue wala tusimdhuru. Wanadamu kwa macho yao, alipokuwa akija walimalizana na yeye, wakasema akifika tutamuua. Lakini nayo mbingu ikasema hiyo ni statement ya mwanadamu. Statement yangu ninajua mahali nitaipitisha. Akaipitisha kwa Rubeni, akasema tusimuue. Hao wamekusanyika kukusaliti. Kuna moja malaika ataingia ndani yako, aseme huyu hatutamuua, huyu hatutamteza, maana ako na watoto. Wacha tumwachilie afanye hiyo kazi, wacha tumwachilie maana ako na watoto. Hallelujah. Halo. 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 Hao tu watakuwa wameketi wamalizane na wewe. Ukienda nyumbani waseme, wacha huyu asirudi tena Nairobi. Watarudi kusema, wacha tu, maana akikuja kijijini, yes, anakujanga anatubaia sikukuu tunakula. Yes. Wacha tu tumwache tu siku yake, tutapangia next year. Kabla ya next year, mbingu inasema ya kwamba kabla ya next year atakuwa amewakomboa. Awaonyesha huyu ni mtumishi wangu. Yes. Amuonyesha huyu msimunguzi. Hallelujah. Halo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wakasema wala tusimdhuru. Hallelujah. Amen. Wala tusimunguze. Ninaongea na mtu wako katika familia ya aina hiyo. Muko katika familia moja, lakini wewe watu hawakutaki maana uliokoka. Wewe watu hawakutaki maana washajua uchawi wao, ukiomba unaharibika. Hivyo ndivyo ilikuwa kwa Yusufu. Wakajua huyu mtu atakuja kutumiliki, wakapanga jama. Kabla jama zao zitimie, Yesu aliingililia. Ataingililia kwako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu usoma nyota, kuna watu usoma ndoto, hata katika maisha yetu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kile kimekuwa kikiwashangaza ni wakipanga akitimii. Kwa Yusufu alikuwa anapanga, sasa ndio huyo anakuja, wacha akuja hapa muotaji, tutamuua. Malaika akatumwa, akaingia kwa mawazo ya Rubeni, akasema tusimuue, tumweke katika birika. Amen. Option ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Wamekupangia nini? Wamepangia ndoa yako nini? Wamepangia maisha yako nini? Walisoma nyota wakaona huyu msichana, huyu mfulana atakuja kuoa na harusi, na wakaanza kukimbizana na ndoto yako. Ukipata mchumba wa kwanza mnakosana, usiende kwa mtu ambaye sio laini yako, maana unaona amechelewa. Kwa Mungu hakuna kuchelewa. God's time
time is the best. Hallelujah. Walipangia Yusufu, Yes. hawakujua kwamba mbingu haitamalizana na yeye. Hallelujah. Waliona maisha yake wataweza kuyakata. Ole wao, mbingu ilikuwa tight kwake. Amen. Don't lose your hope kwa sababu ya situation. Don't lose your opportunity kwa sababu ya challenge. Don't lower your standard. Ladies and gents, don't lower your standard kwa sababu unaona umefikisha miaka 30, kwa sababu umeona umefikisha miaka 40. Sara alikuwa uzeeni na alipata mtoto. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati wacha tu niondoke na hiki kimlevi. Maisha yangu sione mtu atanioa. Yusufu alipangiwa ya kwanza, ya pili, ya tatu, lakini hakuna damu yake ilimwagika. Hao wanakuangalia wanasema, hakuna siku utaweshika mtoto. Mbingu haitamalizana na wewe. Imewapea assignment ya kufanya ili watambue Mungu ako na uwezo. Amen. Hallelujah. Amen. Yusufu wakawa wamemalizana. Saa hii wachawi wanaona kuna ndoto wameshika, wanaona wameshinda. Mungu amewapea time. Vile alikuwa amepea ndugu zake time. Ndugu za Yusufu, usiachilie hiyo biashara yako kwa sababu unaona jirani customer wakikuja anawaita. Wacha waite. Wale wakuitwa na wakuitwa, lakini wale wa kibali cha Mungu watakuja. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wale wakuitwa wataitwa, lakini wale wa kibali cha Mungu watakuja upande wako. Amen. Unajua wa kibali watakuja wanunue. Akwambia nataka ni budgetie vitu niko na 5,000. Kwa hivyo ni budgetie shopping ya nyumba ifike 5,000. Hallelujah. Lakini wale wa kuitwa anaenda na msitoka anamwambia nataka majani na sukari kilo 1 na unipe unga 5 nitakulipa kesho kutwa. Hao si wale Mungu amepanga kwako. Hello. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Wakapanga lakini mbingu ikapangua. Wakasoma nyota, wakamwangalia akija, wakaanza kupanga, huyu ni kama ametuletea ndoto zingine. Huyu muotaji wa ndoto leo umekunikinemu aje? Ule mama wa kwenda huduma, ule mama wa kuosha kanisa, ule mzee wa kuingia maombi kila saa, ule mzee ana kazi ya kufanya. Endelea hapo, maana inaonekana hiyo maombi inawasumbua. Hiyo anga umeinua inawasumbua. Shika hiyo anga. Hallelujah. Mbona ukishinda na wao hawakuambia? Saa zile mnapiga story. Mbona wanaongea wakati unaenda kwa kanisa? Funguka macho. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamuona akikuja, wakamwambia ule muotaji, wakapanga. Leo kuna watu wamepanga juu yako. Leo kuna watu wakikuona leo wanasema kesho asiamuke. Wanashangaa kesho wanakuona tena. Wewe tembea na masaa ya mbingu. Wewe tembea na mahesabu ya mbingu. Yes. Usiangalia uko background. Wananena nini? Mbingu iko na wewe. Walipangia Yusufu lakini hawakuweza. Ndoto inaweza kuwa ya biashara. Ndoto inaweza kuwa ya kupata watoto. Ndoto inaweza kuwa ni ya kwenda ng'ambo. Ndoto inaweza kuwa ni ya kuolewa na harusi. Na unaona ni kama muda umeenda. Muda hujaenda, Mungu anatengeneza njia. Mungu anaangalia roho yako. Anasema sitakuletea mlevi. Sitakuletea mtu ambaye amekula mikuka meno ikaisha. Haujaokoka uolewa na kibokoyo. Ati iwe huwezi kula githeri na githeri iko na afya. Kila saa kupika mchele. No, Mungu anataka kuletea your destiny. Hallelujah. Ondokeni huko kwa sponsor. Ondokeni huko kwa sponsor. Tokeni huko. Yes. Maana they are lowering your destiny. They are lowering your standard. Come out. Ambia Mungu nataka mtu ambaye anaweza nizalia kijana. Anaweza nizalia mtoto anatembea akiwa na miezi 8. Sio mtoto anatembea akiwa na miaka 2.
Naona hormones ziko chini. Gizana nguka. Halo. Wasichana oye. Praise God. Amina. Sasa ukizana nguka, katoto kanakaa hivi. Naanza kutuletea hapa tuombe. Ondoka roho ya mababu. Kumbe ulizana ananguka. Hallelujah. Usilose your destiny. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ambia Mungu mimi nimeokoka na ninataka harusi takatifu. Hatutaki kufanya cream wedding gown. Nataka white. Hallelujah. Inawezekana. Hata kama wao walisoma nyota yako na wanasema hutawahi olewa, wanasukuma duplicate. Leo Yesu anasema ile ndoto aliyopanga kwako, ndoto uliyokuwa nayo haitauliwa na wachawi, haitauliwa na waganga, haitauliwa na wachawi wa kiroho, itatimia. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa high school nilikuwa nacheza football. Nilikuwa naenda mpaka national. Niko na certificate zote. Sasa nikakuja nikaolewa. Bwana Yesu asifiwe. Nikakaa hivi nikakumbuka, I had my talent. Hiyo ndoto yangu ilienda wapi? Nikajituma. Kila kitu ni bidii. Hallelujah. Kila kitu ni bidii. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiachilie hiyo ndoto yako. Ulikuwa na ndoto ya kuwa na nyumba na unaona maisha ni kama yamekauka, hayajakauka. Rubeni akatumwa na Mungu. Akamwambia jamani, tusinguze hii damu yetu. Tusiue huyu mtoto. Tusiue. Kumbukeni bado ni damu yetu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nguza mwenzako mwambie my dream will not die. Mwambie my dream will not die. My dream will not die. Hallelujah. 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 Ukiwa na Yesu haumaliziki. Yes. Ukiwa na Yesu Haumaliziki. watapanga kukumaliza lakini hawatakuona. Watapanga kukuzika lakini hawatakuona. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusomee Isaya 43. Isaya 43 verse 2. Kitabu ni kile cha Isaya 43 mstari ule wa pili. Unasema hivi: upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto hautateketea. Hallelujah. Wala mwali wa moto hautakunguza. Pigia Yesu makofi. Ukienda sawa sawa na ndoto yako. Hallelujah. Amina. Neno limetuambia usiogope, maana hata ukipita kwenye nini, kwenye mito hautafanya nini? Hallelujah. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Amen. Pigia huyo Yesu makofi. Upitapo kwenye wachawi, upitapo kwenye waganga, hapo walisema hakutapita mtu, Yesu atakuwa pamoja nawe. Yes. Upitapo kwenye vikao zao, yes, upitapo kwenye mito yao, hallelujah, Mungu atakuwa pamoja na. Amen. Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Hallelujah. Na hiyo ndio ilihifadhi Yusufu. Akapita kwenye mito ya kifo, Bwana akawa pamoja naye. Akapita kwenye dry desert ambaye alikuwa anaambiwa haweko kwenye birika, na tukaambiwa hiyo birika haikuwa na kitu ndani. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ukiwa na Yesu utapita kwenye mauti na haitakuona.
Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Amen. Amen. Utaingia mahali ambapo wamesema ukiingia hapo hautatoka. Watashtukia kukuona kuuliza habari zenu. Washangae. Maana ni neno imesema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Na katika mito haitakugarikisha. Amen. Uendapo katika moto hautateketea. Halo. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Uingiapo kwenye moto, moto unaweza kuwa ni moto kama ule tunaonanga wa kuchoma nyumba. Mungu amesema hautateketea. Unaweza kuwa ni moto wa majaribu makali. Yes. Hayo majaribu hayatakuondoa kwa uwepo wa Bwana, maana atakuwa pamoja nawe. Amen. Halo. Hallelujah. 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 Sema simaliziki mimi. Simaliziki. Simaliziki. Maana Bwana ako pamoja nami. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wala mwali wa moto hautakunguza. Hey. Hey. Hiyo ndio hakikisho Yusufu alikuwa anatembea nayo. Wala mwali wa moto hautakukaribia. Usikufe moyo. Usikufe moyo wala usifunjike moyo. Maana Yesu amesema hatakuwa pamoja nasi. Haleluya. Amen. Wao kila walipanga. Naweza kuwa sahihi hauna kazi. Mungu alikuwa ameachilia hivyo ili wajue ukiwa na Mungu hata ukipita kwenye majaribu atakuwa pamoja nawe. Ukipita kwenye moto ako pamoja na wewe. Nitashinda vita. Nitashinda vita. Haleluya. Uko na vita za aina gani mahali unaishi? Uko na vita za aina gani mahali umezaliwa? Yesu amesema usisikize hizo kelele. Wewe sikiza mbingu. Maana mbingu imesema nitakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliosema utaisha, Yesu anasema wewe hautaisha. Walikuwa wamemalizana na Yusufu. Ole wao. Maana waliona akiwa mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa wamemchukia. Ndoto Sila alikuwa anawaletea. Hawakujua hizo ndoto sio yeye alikuwa anajipea. Ni Mungu alikuwa anamletea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo sahihi unafanya, watu wameanza kukuchukia. Hawajui sio wewe unafanya, ni Mungu anakutumia kufanya. Kwa hivyo wakati wanakuchukia, wanachukia Mungu. Nao wakichukia Mungu, wanafanya Mungu akuinue zaidi. Pigia Yesu makofi. Sijui kama umesikia vizuri. Kuna watu wanaona sahi ukiendesha gari, wanashikwa na wivu. Hawajui sio wewe umejifanya ukanunua hiyo gari. Kuna mkono wa Mungu umeingia ndani. Kwa hivyo the more wanakuchukia, the more grace inakuwa juu. Kama walikuona na kafie wanakupata na inaitwa limo. Inawezekana. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi. Hao wanafurahia wakati wanaona mzee wewe umetoka chachi anaingia akiwa mlevi. Usichukie huyo mzee wako kwa sababu analewa. Wakati wa Mungu ukifika, watasema huyu bado ni wetu, tusimwangamize. Wacha tutoe hiyo roho tulioeka ya ulevi, huyu aishi vizuri. Wakasema huyu bado ni ndugu yetu, hata tusimunguze. Waliopanga kukumaliza, Yesu anasema nia zao watazibadilisha. Waliopanga kukumaliza, mbingu inasema nia zao ataenda kuzibadilisha. Sipigie Yesu makofi. Haleluya.
Haleluya. Amen. Fungua Genesis. Mwenye ndoto hamaliziki, na mtu aliye na Mungu hamaliziki. Haleluya. Mtu aliyependwa na mbingu, mchukie hatuaoni riski. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Genesis 45 verse 25. Kitabu ni kile cha Mwanzo, kifungu ni kile cha 45 mstari mdogo nalo 25. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Wakatoka Misri wakafika nchi ya Kanaani kwa Yakobo baba yao. Wakampasha habari wakisema, Yusufu angali hai, naye ndiye mtawala katika nchi yote ya Misri. Pigia Yesu makofi. Amina. Wakafika wapi? Katika nchi ya Kanaani ya Yakobo. Wakafanya nini? Wakampasha habari wakisema, Yusufu yungali hai, naye ndiye mtawala katika nchi yote ya Misri. Moyo wake ukazimia kwa sababu hawakusandiki. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Kama watasarenda, watazimia wao kwa hao. Kama watasarenda, watazimia wao kwa wao. Wakarudi wakasema, hey, Yusufu angali hai. Yes. Yusufu hajakufa. Unajua walidhani wakimuuza atateseka. Walidhani wakimuuza ataisha. Lakini walipoenda wakapata kwanza yeye amekalia kiti ya ufalme. Watakuja wapate kwa ile ofisi wanaulizia watoto wao. Yes. Mtoto wako ndiye ako hapo. Hallelujah. Wapate wewe kwanza ndiye umekalia hiyo kiti. Yes. Watarudi na aibu wakaseme, mbona nini uchawi wetu ni kama hatuja qualify kuwa wachawi? Wakarudisha habari wakasema Yusufu ako hai, wakazimia. Kama watasarenda, watazimia. Kama wachawi watasarenda, vile walikuwa wameapia Yusufu, walipompata bado ako hai, ghadhabu yao ilishuka ikawamaliza wenyewe. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. 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 Pigia Yesu makofi. Amina. Wakaenda wakawapasha habari. Wakamwambia Yusufu, hata sasa hawakumuita nickname muotaji wa ndoto. Walirudisha habari wakasema Yusufu hako hai. Hello. Watarudisha waseme Mary agali hai, Daniel agali hai. Kwanza ndiye mtawala, kwanza ndiye manager. Pigia Yesu makofi. Watasema Mungu wa rescue ndiye ambaye amefanya ukalia hiyo kiti. Wao kwa wao kama watakiri wataanguka wenyewe. Maandiko inasema amina, wakazimia. Haleluya. 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 Hata sasa ukienda nyumbani kuna watu huwa wanazimia kimoyo moyo. Kuna watu huwa wanapigwa na moyo kimoyo moyo, maana walikutuma huku uteseke, lakini ukienda nyumbani wanaangalia ile suti umeng'ara, wanaangalia ile nguo umevaa, wanasema mbona huyu anakaa pesa na tulimsukumia akahangaike. Walisema Yusufu angali hai. Kwa hivyo ndoto ya Yusufu ilikuwa hai, maana alikuja kuwa mtawala. Zile ndoto aliwaambia, niliona mkanda wangu ukiwa umesimama, mkanda wa utawala wakaupata akiwa amekalia kiti ya uongozi. Hallelujah. Majaribu isikufanye uondoke kwa nafasi yako. Kutokuwa na kazi kusikufanye handui ya kupunguzia mwendo.
simama hapo hapo. Hapo hapo walisema hii kazi hautapata. Yesu anasema hapo hapo walisemea, hapo hapo watakiri tena, waseme wewe, mbona siku hizi uko na pesa, wewe siku hizi uko na kazi, hautuitii kazi. Inawezekana. Amen. Naongea na mtu ambaye anasema haya maisha ninaishi sio mpango wa Mungu. Haya maisha ninaishi, nilikuwa na nyota, nilikuwa na ndoto, na ni kama inakaa imezuilika. Yesu anasema wewe ndiye akonaacha na wewe. Yesu anasema wewe ndiye ametumana ya kwamba hiyo ndoto unaona ni kama imefichwa, anaiona mahali iko na atakurudishia ndoto yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wakakiri Yusufu ako hai. Ndoto yako iliyouawa, Yesu anasema inaenda kuwa hai. Ndoto yako iliyokuwa imezikwa, Yesu anasema anaenda kuichipua mahali ilizikwa. Iwe ni ndoto ya kupata kazi, iwe ni ndoto ya kuolewa, hiyo ni ndoto ya kuhubiri, iwe ni ndoto ya kuimba, iwe ni ndoto ya kupata pesa ya kwenda ng'ambo, anaiona. Amen. Na upokee kwa jina la Yesu. Walisema tumue, mbingu ikakoroga. Wakasema tumue, tupe kwa birika, mbingu ikakataa. Wakasema na tumuuze, wakamuuza, lakini wakamsukuma tu katika destiny yake ya kuwa mtawala. Kuna mambo Isaia unaona yanakutendekea, Yesu anaangalia akusukume, akufikishe to your destiny. Usivunjike moyo katika hii safari. Yes. Usikate tamaa katika hii safari. Hallelujah. Kwa Mungu hakuna kuchelewa. Hallelujah. Kwa Mungu hakuna kupungukiwa. Yes. Kwa Mungu hakuna kukata tamaa. Hallelujah. Kila alisema kwako kitatimia. Yes. Waling'ang'ana na ndoto ya Yusufu. Yes. Angali akiwa mdogo. Yes. Lakini hawakuweza kuizuia. Maana tumesoma wakikiri ashakuwa mtawala. Amina. Naongea na mtu anasema ndoto yangu haikuwa nikuwe hivi ndivyo, lakini sijui ni nini ilitendeka. Yusufu walisoma nyota, wakasoma ndoto yake. Kile kiko leo, kuna watu wamesoma nyota, kuna watu wamesoma ndoto yako. Haleluya. Ulipoolewa waliona huyu mwanamke ako na maono ya mbali, ako na maono ya kwenda mbali. Wakaanza kuleta vituko kwa ndoa, wakaanza kuleta vizingizio kwa ndoa, wakaleta fitina kwa ndoa. Yesu anasema ya kwamba kabla uchukue hiyo hatua ulikuwa unataka ya kuondoka kwa ndoa yako, kuna Rubeni ananena katika anga, usiondoke. You are not there permanent. Katika hiyo situation, God is taking you high. Hallelujah. Haleluya. Kama ulikuwa na kazi ama umekuwa una kazi na mumeoana, ukipata pesa, hizo pesa tumia vizuri na mke wako. Maana wakati mlikuwa mnateseka, alivumilia huo moto. Haleluya. Amen. Haleluya. Do we have men in the house? Do we have husbands in the house? Kama ulikuwa unateseka na mke wako, hata saa hii ndoto yako ikiinuka, kana huyo mke wako vizuri. Zile nguo kufaa wakati alikuwa anateseka, saa hii mko na pesa, mfalishe. Hallelujah. 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 Wazee, si upige makofi. Yes. Ona hiyo ampigi. Amen. Au siliku ina wake waona wakati ule alikuwa anatembea na kiatu kikikaa mdomo ya samaki. Sasa hii ukiwa na gari, wacha mke wako enjoy vile alikuwa anapanda dudhi. Yes. Hata saa zingine anakuambia hiyo tumia tu, acha nitembee. Mungu akibandirisha. Yes. Enjoy with your wife. Hallelujah. Enjoy with your husband. Yes. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Acha niwaambie hao Muslim queen hawezi kukubali wakati uko na shida. Hello. Hello. Ukiwa na shida hawezi kukukaribia. Yes.
lakini huwa wanasoma nyota. Pesa ikiingia ni kama inanukanga, inakuanga na harufu. Pesa Ikitoka kwa TM. hadi inanukanga kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kumuona afai. Kwa mfuko. Wakati ule mlikuwa mna fast, hata yeye alikuwa na fast. Kweli. Mungu akikuinua. Amina. Kana yeye vizuri, unasikia Peter? Halo. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Haleluya. Wakasema tusimuue, bado ni ndugu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tusimwangamize, bado ni ndugu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anaona na analeta suluhisho siku ya leo. Kuna mambo yanafanyika katika ulimwengu wa roho. Kama uko sensitive katika anga, kuna mambo yanapangwa. Kuna ndoto zinakuwa revived. Kuna ndoto za kwenda ng'ambo zinakuwa revived. Yes. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Piga Yesu makofi. Hawakujua kuna watu wanakuwekea breki katika maisha. Hizo breki wacha zikusukume zaidi kwa maombi. Haleluya. Amen. Wacha hizo breki, wacha uko kuumizwa moyo kukusukume zaidi kwa maombi. Maana Rubeni kama Yusufu, kama angekuwa mtu anapenda Mungu, Mungu angemwepusha na hizo mambo yalimpata katika safari. Lakini kwa sababu alikuwa amependwa na mbingu, ndio sababu wakipanga anatuma malaika, anaingia kwa mawazo ya hao tu, wanabadilisha historia. Siku ya leo Yesu anasema, zile ndoto zako ulikuwa nazo, haijalishi walizizika wapi, haijalishi walichukua picha yako wakanenea mambaya, hayo walionena, mbingu haina haja nayo maneno. Mbingu iko na haja na ile ndoto uliyokuwa nayo. Yes. Itimize. Hallelujah. Ile ndoto uliyokuwa nayo itimie katika maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna watu wanasikia anga yao kuna kitu kimezaliwa. Haleluya. Maana ninaona kuna watu wamekuwa revived katika anga. Ndoto yako haitakufa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ilikuwa imekufa, Yesu anairevive siku ya leo. Yesu anairevive siku ya leo. Yesu anairevive siku ya leo. Yes. Waliangalia Yusufu wakaona huyu mtu atakuja kuwa mtawala. Walijaribu lakini hawakuweza. Amen. Hao waliojaribu kwako, hao waliojaribu kwako hawataweza. Siku ya leo kuna jambo Yesu anaenda kutenda. Amen. Simama kwa miguu yako. Hallelujah. Nahisi Mungu akiniambia chukua hatua ya imani, songea hapa mbele, uinue mikono yako. Unajua ile ndoto ulikuwa nayo, unajua ile ndoto ulikuwa nayo tu, inenee. Wale kuna ndoto walikuwa nazo, lakini wanaangalia wanaona sijatimia. Songea tu hapa mbele. Maana nahisi kuna mambo yamefanyika. Yes. Ni confirmation Mungu anataka kufanya. Yes. Naangalia unasema, haya maisha ninaishi hayakuwa namna hii. Haleluya. Unaangalia unasema, mimi sikustahili haya. Hao waliosoma hiyo nyota, ndoto yako, sisi tunapeana kesi yetu kwa Mungu. Yusufu, kesi yako iliandaliwa na mbingu. Hata wewe yako
mbingu yandu. Inua mikono yako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno ambao umetumana, ya kwamba ndoto zetu hazitauliwa na wachawi. Baba, mbele yetu kuna watoto wako, na wainua mikononi mwako, na wainua katika anga. Kuna ndoto zao walikuwa wamepanga na zikawa zimezuiliwa katika anga, zikafungwa katika anga. Ninaomba Bwana, vile wamechukua hatua, ukafungua hizo ndoto, ukachipue tena, ukarevive upya ndoto zao. Wachawi walizika, waganga walizika, wafunga mapepo walitafuta mali na ndoto zao. Naomba Bwana ukarevive. Naomba Bwana ukarevive. Naomba Bwana ukarevive. Ndoto yako ikakuwe revived. Ndoto yako ikakuwe revived. Ndoto yako ikakuwe revived tena. Ndoto yako ikakuwe revived. Walizika, walituma maro monitoring spirits. Ndoto yako ikakuwe revived by fire, by force. Mali walizika, ndoto yako ikakuwa revived. Walisoma ndoto, iwe ni kwa kazi, iwe ni kwa ndoa, iwe ni wakati uliokuwa unasoma, ikuwe revived. Ikuwe revived. Ikuwe revived. Ikuwe revived. Ikuwe revived sasa. Kwa ndoa, kwa mzee wake. Ikuwe revived. Ikuwe revived. Ikuwe revived. Walizika, walinenea picha yako, walinenea sura yako. Hamuna mamlaka, tunaimiliki kwa nguvu za Mungu. Ndoto yake ya maisha mazuri, ndoto yako ikuwe revived. Ikuwe revived kwa jina la Yesu. Ndoto ya Rebeka ikuwe revived. Tunaimiliki mahali waliweka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wachawi na waganga, achilieni ndoto yake. Achilieni watoto wake. Achilia mzee wake. Achilia kazi ya mikono yake. Kwa imani nisimame, nipande milima yote. E Bwana, nipandishe. Ukiwa hapo nyuma, inua mikono yako. Jiconnect na mbingu. Faida ni kwako, faida si kwangu. Funga macho, jiachilie. Funga macho, jiachilie. Malaika aliyeingia kwa Rubeni akasema tusimue. Haya, ndio huyo anatembea huko sasa, anasaka roho uliokuwa umesukumwa ya kuteseka, anasaka roho ya kuhangaika, anasaka roho ya kuteseka. Roho ukiingia kazini unafutwa. Hiyo ni ndoto ilisoma. Funguliwa ukiwa huko nyuma. Funguliwa ukiwa mahali ulipo. Funguliwa mahali ulipo. Funguliwa, jiachilie. Ndoto yako mahali walizika, iwe ni ya kuolewa. Aya, pokea mchumba sasa. Pokea kazi sasa.
tunaitisha msako wa moto. Malaika na saka huko nyuma mahali umesimama, hapo kwa yudhi mahali umesimama, ndoto yako waliisoma wakainyakua. Haya, malaika anasaka sasa. Naitisha miale ya moto, naitisha miale ya moto, hata hapa mbele moto ushuke. Malaika zake, kuna msako sasa, kuna msako sasa, kuna msako sasa, kuna msako. Haya, moto ndio huo, iwe ni magonjwa yalisukuma kwa mwili wako. Funguliwa mahali umesimama. Natabiria moto hiyo sakafu umekanyanga. Magonjwa yote, magonjwa yote funguliwa, 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 funguliwa. Hakuna kujificha, hakuna kujificha, hakuna kujificha, hakuna kujificha. Ndoto yake ya uimbaji amewekewa limit. Hiyo karama ikusaidie, hiyo karama ikusaidie, hiyo karama ikusaidie. Funguliwa, 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 jiachilie. Kuwa connected, kuwa connected. Ndoto yenu itimie, ndoto yako itimie. Ndoto ya masomo ya mtoto tunaifunika, tunaifunika, tunaifunika. Ndoto yako funguliwa, funguliwa. Haya, ndoto yake mulisoma, mulisoma. Sasa tunaikoroga katika anga, tunaisaka, tunaisaka. Tamkolizi, tamkolizi, na tamkolizi na ndoto yao, ndoto yao naisaka kwa nguvu za Bwana, kwa nguvu za Bwana, kwa nguvu za Bwana. Funguliwa, funguliwa, funguliwa. Ndoto yako itimie, ndoto yako ikutimie, ndoto yako itimie. Naitisha msako wa moto, naitisha msako wa moto. Masomo yake, maisha yake, tamkolizi wanapoenda kwa exam, ndoto zao zitimie, ndoto zao zitimie. Nafunika ndoto yake kwa damu ya Yesu, nafunika ndoto yake kwa damu ya Yesu, nafunika ndoto yake kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila kilinenwa kwa msichana wao na kifuta kwa moto wa madhabahu. Kila kilinenwa nafuta kwa jina la Yesu, nafuta kwa jina la Yesu. Natabiria wapenye ndoto yake ikatimie, ndoto yake ikatimie. Wachawi, ancestral spirit, ancestral spirit. Ulisoma nyota ya wasichana hiyo ngoma, naidai sasa, nadai ndoto yao waliokuwa nayo mara ya kwanza. Wachawi na waganga, hiyo chupa mliweka sura zao, tunaipasua mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Fire!
Achilia ndoa yake, achilia ndoa yake mchawi, achilia maisha yake. Ndoto aliyokuwa nayo ichipuke, ikuwe revived kwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Funguliwa. Hakuna kujificha, hakuna kujificha, hakuna kujificha. Natangaza moto, moto yake. Baba, katika jina la Yesu, nakuita kwa ajili ya udada. Naomba Bwana ukamfungue ndoto zake, hata na mzee wake Bwana. Naomba Bwana ukafungue ndoto za kifamilia, ukawafungulie. Natamka kufunguliwa, kuwekwa huru in Jesus name. Toto uko hapo na kuna mahali pana kuuma, unaweza rudi. Kama uko hapo na kuna mahali pana kuuma, chukua hatua, songea hapa mbele. One more time. Kwa hapo na wewe ni mgonjwa, kwa hapo wewe ni mgonjwa, chukua hatua, songea hapa mbele. Wewe unaumwa na mahali ama wewe ni mgonjwa, chukua hatua, songea hapa mbele. One more time. One more time. Lord, I need your touch. One more time. One more time. One more time. One more time. One more time, Jesus. One more time. Lord, I need your touch. Uko hapo wewe ni mgonjwa, mwambie Bwana one more time. One more time. One more time, I need your healing. One more touch my body. Oh. One more time. Lord, I need your touch. One more time. One more time. Funga macho, mwambie niponye. One more time. I need your healing, Father. One more time. Lord, I need your touch. Jesus, Jesus, Jesus. Call Jesus to heal you, to change your situation. Jesus, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Lord. You are able, you can heal your people. Jesus, sing to Jesus, Baba, katika jina la Yesu nakuita kwa jina wapendo wako na mali wanaumwa. Baba yangu ni wagonjwa. I speak healing kwa mgongo wake, kwa mkono wake, na neno uponyaji. Maroho ya magonjwa ya mgongo kwa mtoto mdogo kama huyu, get out. Ondoka kwa mwili wake, ondoka kwa mgongo wake, ondoka kwa mgongo wake. Natangaza uponyaji, natangaza uponyaji, natangaza uponyaji. Ponyaji ndio huo sasa.
Uponyaji ndio huo. Natabiria huo mkono moto. Funguliwa sasa. Funguliwa sasa. Receive healing. Mgongo wako kuachilia maumivu. Ukafanya kazi ukiwa huru. Hiyo ankano, maneno uliyokuwa umesukumiwa, haya, hiyo ankano mlikuwa mmeweka kwa mwili wake, ondoka, ondoka, ondoka. Na neno uponyaji kwa mgongo wake, mara ya kwanza, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Tangaza uponyaji kwa mwili wake, kwa tumbo yake, mkono wake mlisukuma ugonjwa. Beba vizigo zako, beba burungo zako. Moto ndio huo, moto ndio huo. Kuanzia kwa kichwa, kwa kila kiungo chake, kwa kila joint. Mkono na neno uponyaji. Walisoma nyota, wakasoma ndoto, wakasukuma ugonjwa kwa mkono wake. Na neno uponyaji kwa mwili wake, na neno uponyaji, na neno uponyaji. Bwana, unaweza kutenda, unaweza kuponya. Ponye Baba, katika jina la Yesu. Nakuita kwa jina la visingino za roho. Nimetabiria uponyaji. Tazama ile kazi anafanya ni ya kusimama Bwana. Wachawi mmesoma nyota yake ukiwa umechelewa. Natangaza uponyaji. Pokea uponyaji kwa miguu yako. Pokea uponyaji sasa. Na neno uponyaji kwa jina la Yesu. Maumivu yaondoke. Maumivu yaondoke. Fire is upon your body now. Funguliwa. Funguliwa. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Natangaza moto kwa hizo vizingino. Haya madhabahu ninayafunja kwa damu ya Yesu. Funguliwa. 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 Fungua miguu yake. Fungua miguu yake. Ancestral spirit, wachawi na waganga, roho zote za giza. Muko mateka. Muko mateka. Muko mateka. I speak deliverance kwa vizingino zake. Ponyaji ndio huo sasa. Ponyaji ndio huo. Hakuna kumhangaisha ugonjwa kila mara. Kujario. Baba, katika jina la Yesu, nakataa H. pylori kwa mtoto mdogo. Dysfunctional spirit za wazazi wake kwa mwanao, nakataa. Nimenena uponyaji kwa tumbo lake. H. pylori ni ugonjwa wa mdaktari, lakini kwako unaweza ukaponya. Ponya huyu mtoto. Ponya huyu mtoto. Na neno uponyaji Bwana, unasema umetupa baraka za kufurahia. Naomba Bwana, baraka uliowapa wazazi wake ya mtoto wakaifurahie, wakaione ikitambazana. Na kataa sasa. Pokea uponyaji. Ndoto yake wachawi washaisoma, lakini hawana mamlaka. Tunamficha kwa damu Yesu. Tunamficha kwa damu Yesu. Pokea uponyaji. No more H. pylori katika mwili wako, katika tumbo lako. In Jesus name, total deliverance.
wakati tunafanya altar call, you are not supposed to sit down. Kiketi unapunguzia Roho Mtakatifu kazi yake kwako. Not today, even tomorrow. Hallelujah. Kati altar call inaendelea, haufai kuketi chini, maana unamwambia Roho nipite, enda kwa mwingine. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wakati deliverance inaendelea, not unless uko na special case. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wakilala usiku wanasikia watu wakiwaita, na ukiamuka uoni hao watu. Mara ya kwanza nalala usiku, nasikia watu wakikuita, ukiamuka uoni watu, unapiga story na watu hawaoni. Songea hapa na hizi mbingu ikiniambia kuna watu wanasumbuka, kuna watu wameshikwa mateka katika hiyo level. Kuja hapa mbele tuombe, usiku wako uwe wa amani. Unaweza kufanya, Unaweza kutenda. unapiga story na watu usiku kwa ndoto, hata wengine walikufa. Unashia ndoto yako na watu wamekufa. Kuja tuombe. Unaweza, Unaweza kutenda. Unaweza ukombozi ni wako tu. Mimi naelekezwa, sitaenda kukutafuta, ni wewe utakuja. makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza, Unaweza kutenda. Unaweza kufanya mambo anaweza. makubwa zaidi ya niombavyo. Kuna watu wao walikufa, lakini usiku wanakuja, mnaongea, wanakupea sheria, wanakueleza mambo, na ukiamka uwapati na ni watu walikufa. Songea hapa mbele. Mambo Makubwa zaidi ya niombavyo. Mambo makubwa zaidi ya niombavyo. watu wanakuanga umekaaje? Ulikuwa unasoma na wao ushago, wanakuambiaje? Tunapiga tu story. Story za aina gani? Inua mikono yako, jiachilie mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu, natakaza anga ya fedha, namtenganisha akila utawala wa giza usiku wake. Nakataa kuhangaika, nakataa kutembelewa na watu hawajui na wengine anawajua. Ninanena ukombozi, mawazo yake na disconnect na kila utawala wa giza. Naweka ngapi ya moto kuanzia siku ya leo. Mapepo na maroho machafu, achilia usiku wake. Nimenena amani, nimenena kufunguliwa kuanzia siku ya leo. No more suffering. Masomo yake yakawe na ulinzi katika jina la Yesu. Natabiria ulinzi katika mtihani wake, tabiria ulinzi katika ustano wake. Nimemdisconnect na kila utawala wa giza kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu. Naomba na nitakuamini.
alikuwa anakuambia utapita mtihani? Ango yako. Kwa nini? Sijui. Alikuambia lini? Alituambia sina familia yetu watatu tusema tutafaulu. Familia yenu. Umesikia ngo yake, alimwambia familia yenu hamtawahi faulu. Yusufu wa familia wakatambua. Watu wa nyumba moja, ango yake. Bwana Yesu asifiwe. Utafaulu kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, nakuita kwa ajili ya Faith na familia yao. Nafuta hiyo neno ilinenwa katika maisha yao na iko hai katika anga yao. Naomba Bwana hiyo neno ukafute na moto wa madhabahu mbinguni. Natangaza kufanikiwa na kupenya katika maisha yao, usichana wake, masomo yake, familia yao, katika jina la Yesu. Ndoto yake ikatimie in Jesus name. Kama alitamuka akiwa na nguvu za uchawi na uganga, asina mamlaka katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Si walinena hivyo kwa Yusufu, lakini maneno yao na mipango zao asikuzuilia mpango wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utaendelea, utafanikiwa, utapenya kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Na utakuwa mtawala in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hisi kuna mtu ako hapa na alikuwa nawaza maisha imekuwa magumu. Ulikuwa nawaza heri ujitoe uhai. Mungu anakupenda. Don't attempt. Mungu anakupenda. Kuna mtu alikuwa ako hapa na alikuwa naona amefika mwisho anjitoe uhai. God loves you. Chukua hatua. Utasalimia tu mkono wa mchungaji. Hiyo anga ya kifo iondoke kwa maisha yako. Songea mbele, usiongope. Maana hiyo neno ulitamka naona iko hai. Kwa naona tu umefika mwisho. Heri ujitoe uhai. Songea hapa tu. Kwa salamu tu hiyo anga inaondoka. Ninahisi damu ya Yusufu ikakataa kuuliwa. Damu ya Yusufu Mungu akakataa ikimwangika. Msijiue. Mungu anawapenda. Amesema hata ukipita kwenye moto atakuwa pamoja nawe. Hiyo challenge umepitia, Yusufu alikuwa pale, na wewe utakuwa mshindi, utakuwa mtawala. Si wao wasoma ndoto ndio wamesukuma kifo. Pokea uhai, uzima wa mwili katika maisha yako. Hiyo njia ulikuwa unataka kutumia, usitumie. Huyu mtoto umebeba atakuwa wa baraka. Labda ndiye anatafutwa, hata sio wewe. Roho ya kifo, ondoka kwa maisha yake. Kwa nini ulikuwa unataka kujua? Usilie, Yesu anakupenda. Asha ladies, simama hapa, mshikie mic. Ni nini? Jambo gani hilo? Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Ipi
nasikia kila saa kelele ya dad na mom. Saa hatukuwa tunakaa na amani kabisa. Dad alikuwa analeta vurugu hadi anania dad. Hadi anasema eti mimi nitoke nende nioleke. Hakuna nidi ya kuendelea na masomo. But nashukuru Mungu nilimaliza kidato cha 4. Ndio naomba Mungu anifungulie njia niendelee na masomo yangu kwa chuo kikuu. Unasikia, anataka kujua kwa sababu ya vita ya baba na mama. Ni babako aliyekuzaa? Ndio. Unaona? Bwana Yesu asifiwe. Wale mmeoana, mko na watoto, tafadhali kaa vizuri na mke na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Kati mmekosana na mke wako wala mume wako, usiingize watoto pale. Haleluya. Wakati mmepitana, hata usitake kuonyesha mtoto wako kuna shida. Hii ni between you and your wife. Unaona, anasema ndoa ya mamake, babake walikuwa naishi na vita. Paka akafikia akamwambia ili uolewe. Ondoa hiyo. Yesu anakupenda. Samee babako. Ako wapi? Ako Western. Na wewe huku unakaa na nani? Kwa relative ya mom tu. Naona hadi ametoroka nyumbani. Lakini Mungu atakutumia kombozi upatikane kwao. Mungu ako na uwezo. Maombi hapa Mungu aingililie. Walipanga kwa Yusufu, wakamuona kutoka mbali na wakapangana. Lakini kabla haifike, malaika akaingia kwa Rubeni akasema tusiwe. Mungu atafungua mboma. Usijue. Unataka kazi gani? Nilikuwa naomba nipate kazi ya kampuni ndio at least niinue masomo yangu. Sasa hiyo unafanya gani? Sasa hii nimejisikia tu kwa kazi ya nyumba. Unafanya kazi ya nyumba. Usijali. Esther alikuwa anafanya kazi gani? Esther katika Biblia. Alikuwa maid. Lakini mbingu ilinena akawa nini? Usiongope. Hapo hapo huko. Kubali Mungu anze na wewe. Sawa? Ondoa hiyo uchungu uko nao. Mpe Yesu nafasi. Atashughulikia kesi yako. Unaitwa nani? Roslyn Hakoya. Nani wewe unaonanga unakimbiza na kisu mdungani? Siwezi kumbuka. Huwezi kumbuka. Lakini unaotanga hizo ndoto za vita. Umesema unaitwa Roslyn. Mshike maiki. Baba, katika jina la Yesu, nakuita kwa ajili ya mtoto Roslyn. Umetamka ulinzi, funga macho. Tamka ulinzi katika maisha yake. Nimekataa roho ya kifo. Roho ya kifo ondoka katika anga yake. Maneno aliyotamkiwa hata na babake mzazi tunayafuta katika maisha yake. Tunaandika kupenya. Tunaandika uzima. Tunaandika kibali katika jina la Yesu. Vifungo zote namtenganisha nazo kwa mamlaka ya mbingu. Bwana, wacha ukamkumbuke, ukamfungue. Kifo, majeneza, umefunguliwa. Au unaonanga wakikutembeza huko makaburini wanakuambia ngaje? Siongope. Heri wewe mbingu imeshuka kwa ajili yako. Unaonanga wakifanya nini? Mweke maiki. Huwa naamka pata nimeota, yani kuna umeenda huko. Nakumbuka lakini siwezi kumbuka vizuri sana. Najiona tu nimekimbizwa na mtu lakini sikumbukangi hiyo ndoto vizuri. Yesu amekufungua. Pigia Yesu makofi.
amani ya Yesu iwatoshe. Hamtarudi kuota hivyo tena. Usirudi kuwaza hivyo. Ulikuwa unataka kutumia ndawa, ujiue. Kwa nini? Shida yenye nitokea ni bwanangu venye ananitreat, ndio ilikuja ikakuwa uchungu kwangu. Juu by the time tuliona na yeye, kazi yake ilikuja ikasimama. Mimi ndio nilikuwa na provide everything, juu mimi ndio nilikuwa kazi. Tukakaa na yeye, but mimi sikumwonyesha yani hata madharau ama kitu kibaya. Baadaye akakuja huku Utawala, akaniambia amepata kazi. Sasa alikuwa anataka tukuje tuishi na yeye huku, niache kazi yangu huko penye nilikuwa nafanya Ngong, nikuje tuishi na yeye huku. Sasa mimi pia nilikuwa na ile moyo wa uzito, sikuwa nataka, lakini venye nilishawishiwa na watu wakubwa hao, wakaniambia mbona unataka kufanya mume wako hivyo, unaishi mbali na yeye pia anaishi mbali, mbona usikuje na yeye, huyo mwanamume atakuprovidea, saizi ako sawa, ako stable. Ndio ako stable, lakini venye nilikuja akaanza kuonyesha madharau. Sasa alipata mimi nishaacha kazi, although siku resign, nilisema tu I have an emergency, naenda ushago na sijui wakati nitarudi. Huyo mwenye nilikuwa namfanyia kazi akakubali kunipea that opportunity. Nikakuja huku Utawala. Sasa venye nilikuja huku Utawala, sijui nini ilifanyika, mambo yakaanza kwenda segemnege, si venye nilikuwa natarajia. Akaniambia, nikamwambia mimi naye siwezi kaa kwa nyumba juu nilizoea kufanya kazi yangu nikipata pesa zangu. Akaniambia ati hiyo haitawezekana, nilikwambia ukae kwa nyumba juu venye situation yenye mimi niko, alikuwa anataka ati nitembee ni interact na watu sana. Nikamwambia ati kazi yenye mimi nafanya haina more interaction na watu wengi, neza juu mimi most nakaa tu, mimi nafunza, most nakaa tu na watoto. Sasa ni hiyo tu time ya kutoka nikikuja kwa nyumba. Alikataa, but nilikuwa najaribu kuongea na marafiki zake ili aweze kukubali nifanye kazi. Alikuja juu Kenya alikuwa ananifanyia, ananiacha kwa nyumba, sina kazi, pesa yenye nilikuwa nayo ndio alilipa nyumba huku, hadi deposit, kila kitu alifanya na pesa zangu. Juu pesa zilikuwa zinaingia, inaingia na alichukua nini yangu, documents zangu. Sasa niende alipata pesa wa kwanza, akaniambia my dear, huyo mmekewa kitu. Nikamwambia ameka tena. Yaani ndiye anakuwa na ATM yako? Yes, anakuwa na ATM yako. So unajua alikuwa na shida na bank account yake. Sasa ilibidi change vitu zake from account yake to my account. Sasa ndio maana nilimpea hizo vitu. Juu nilikuwa nimemwamini, tulikuwa tunaishi vizuri. Sikuwa najua kumbe mambo yatageuka. Akakuja huko ananiacha njaa, na kaa hivyo nashinda na njaa. Sasa nasema hii maisha sasa ni gani shwali? Nikimwongelesha yeye ni mkali ile mbaya, hataki kusikiza. Nikasema ni sawa, hata tu nivumilie. Nikaongea na marafiki zake, nikaongea na mkubwa wake, kuna mwenye anamsikiza, akiongea naye anasikia. Akamuongelesha, akaniambia wewe enda kazi. Juu nilipata kazi venye nilikuja tu hapo Utawala nikapata kazi. Nilikuwa na only 2 days na nikapata connection ya shule nyingine nifunze. Na huyo hapo amekubali. Ndio akakuja akaniambia yana shida, akaniambia utakuwa unaingia saa ngapi na unatoka saa ngapi? Nikamwambia by saa 10 nitakuwa nimerudi kwa nyumba. Akaniambia ni sawa, mimi bora tu sikuje uniambie uko mgonjwa ama kuna shida mwenye upata. Mimi sitasikiza hizo ujinga zako. Nikamwambia ni sawa. Alafu ndio akakuja akafanikiwa, hiyo account yake ikakuja ikafunguka. Sasa anatoa pesa. Mwanamume akakuja kaegeuka, anataka kuwa bibi mwingine, hataki story zangu. Ananiambia anaja na mimi. Akaleta, alikuwa na mtoto kando ya ndoa. Huyo mtoto alikuwa amenificha for all that long, tumeishi na yeye. Sasa akakuja na huyo mtoto, akanipigia simu anaenda kazi. Nikamwambia kazi gani unaenda usiku? Tena ikifika saa 6 akaniambia ati mimi naendea mtoto wangu.
Mimi sikubishana naye, nikanyamaza tu. Ikifika saa 11 akabisha mlango, nifungulia, ambeba mtoto. Sasa huyu mtoto ndiye ananishanga nayo madharau, ananiambia yeye Kenya alikuwa anataka ashapata. Anaja na huyu mtoto hata nimembeba anaja. Na mimi mtoto wangu amekuwa neglected in that family. Yenye anaweza kuja na chakula, anapea huu wake na huu wangu anaangalia. Sasa wangu anashindaga akiangalia hivi. Huyu mwingine kikula. Msamehe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha hii iwe somo kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ile ya ule mtoto ni ya huyu mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usijitafutie laana. Amen. Usifikirie kujibua. Mungu anakupenda. Hizi tu unaona alinipata kama mamangu alikopesha loan. Mimi ndio nilikuwa nalipa hiyo loan. Mimi ndio nilikuwa nashughulikia wazazi wangu hawajiwezi. Lakini sasa mwanamume venye alipata pesa akaniambia, by the time tulikuwa tunaishi na yeye kwa na kazi, akaniambia sasa hii loan acha njia zangu zikifungika, sababu tumeomba utakuja tutamalizia pale. Sawa. Na Mungu anakupenda. Pokea amani ya Yesu. Tupigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema ndoto yangu haitazuiliwa. Ndoto yangu haitazuiliwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha nifika hapo. Niite kuhani kaweze kumalizia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakipanga kukumaliza kama watazarenda, watazimia wenyewe. Haleluya. So kwa heshima zote acha nimkaribishe baba yetu Bishop Elijah katika madhabahu. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Yes. Pigia Yesu makofi mazuri. Amina. Kama umeamini nyota yako imefunguka leo, pigia Bwana Yesu shangwe kubwa. Haleluya. Haleluya. Walijaribu kuua ile ndoto ya Yusufu, Yes. lakini haikuwezekana. Haleluya. Hata kwako kuanzia leo itakuwa namna hiyo. Haleluya. Hakuna kitu kitazuiwa na kuna maono yako itauliwa. Haleluya. Maana Mungu alikusudia kukupeleka, atakupitisha hata zaidi. Haleluya. Hapo walisema kutaonekana kitu kizuri, kitaonekana kwa jina la Yesu. Amen. Hivyo basi Mungu amejitukuza. Amini tu kupita kwa hiyo neno, kwa sababu kila mtu Mungu hutumana neno baada ya kupima mioyo ya watu na kuona vile watu wanadhiakiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Walikuwa naona hakuna kitu kizuri kinaweza patikana kwa Yusufu, lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu, alifanya mambo yake. Hiyo jangwa Yusufu alipitia, mwisho ilileta mazao. Kila mtu aliyefanikiwa ako na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yeyote ashafanikiwa, kuna changamoto ashapitia. Tuseme amen. Amen. Kwa hivyo hiyo hali ulikuwa unapitia ni ushuhuda Bwana alikuwa ameandaa, na leo Bwana ametumana. Ndoto zitatimia, watu watapokea kizao. Ndoto yako itatimia. Yes. Ulikuwa na ndoto ya kujenga nyumba, mlango Yesu amefungua. Ulikuwa na ndoto ya kufanya mambo makubwa, hiyo ndoto itatimia kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hivyo basi mnaweza keti na Bwana atatukuzwa. Barikiwa sana mchungaji, Bwana akutie nguvu zaidi, na najua kwamba kuna makubwa yale Mungu anaenda kutenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile Amen. Mungu alianzisha, kuna mtu aliniambia mimi, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata fast siku 1000 siwezi inuliwa nikampita. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ni mchungaji ananiambia hivyo, na tulikuwa maombi mahali tunafanya unduma,
Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa maeneo ya Kibwezi na huko, na kuwa najua kama nimefunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati chakula ililetwa kwa meza, akaona nikisema mimi niko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye akakula, ilikuwa ni kuku imetengenezwa vizuri na chapati. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kanisa nilitoka upande wa Tasia, umekuwa nikisikia nikisema Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya kumaliza kula ule mchungaji, tulipoingia kwa gari, Bwana Yesu asifiwe sana, tukirudi Nairobi, na ni mimi nilikuwa nimeendesha hiyo gari. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kitu aliniambia tukitoka kwa geti ya boma, akaniambia hivi, hata mtu afunge siku 1000 dry fasting, hakuna mtu anaweza inuliwa akampita. Nikajua hii niko nao ni sumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikajua ule niko chini yake ni ile chatu. Bwana Yesu asifiwe sana, ambaye huwa inameza mtu. Hata mwalimu, hata mtoto mzazi anasomesha mtoto anampita, na hiyo imekubalika. Lakini ukiona mzazi akiwekea mtoto limit, huyo ni mchawi wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Option ni gani? Niliona niondoke chini, niondoke kwa huo mwavuli ambaye tulikuwa, kwa sababu ningekaa kwa huo mwavuli singefanikiwa maisha yangu, kwa sababu aliyekuwa kiongozi kwa hiyo madhabahu alitamka kwa kinywa chake ya kwamba hata nifunge siku 1,000,000 siwezi inuliwa kumpita. Alitambua nyota iliyokuwa ndani yangu ni ya kusonga mbali, na wakati nilitengana na yeye, ndio Bwana alinibariki. Amen. Ndio milango ilifunguka. Amen. Ndio mbingu zilikubali. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wale wote wako chini yake hata leo wanalia kwa sababu wako under hiyo limit, hawawezi wakapita mahali yeye mwenyewe alikuwa amewaekea, kwa sababu alipotamka kwangu mimi ndiye nilikuwa namfuata. Kwa hivyo inamaanisha kutoka kwangu mpaka wale wengine wote, mpaka ule Asha aliye kwa hiyo kanisa, hakuna pile milango yake ingefunguka, kwa sababu kwani mwenyewe amesimamisha neno kwa anga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Kwa hivyo watu waangalia nyota, uona nyota za watu na wanajaribu kuziua, wanajaribu kuzipinga, wanajaribu kuzizuia, lakini ukiwa na Mungu hauwezi ukazuiwa. Amen. Leo hii wanaona kama ni ndoto. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakasema tumeisha, hatuwezi enda mbali. Hapa ni wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mke wake akawa amejaribu kuua maono ya kipawa cha uimbaji cha mke wangu, kwa sababu ni mama alikuwa amejaa chuki na wivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akiona pastor ameimba wimbo mzuri, fitina, mambo mingi, lakini hakuizuia. Wale wote washatoa nyimbo kwa hiyo church, walitoa volume 1 na volume kozi kafungika. Hata ile ni wewe Yesu haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walifungwa kwa sababu kuna watu wametumika kwa hiyo njia, lakini namshukuru Bwana kwa sababu ndoto yetu ile Mungu alikuwa ametupangia, maisha Bwana alikuwa anatupangia, bado tunaendelea kuyaona. Amen. Hata wewe kama kuna neno iliyosimama kwa anga yako, vile mchungaji ameomba na vile Mungu amemtumia kwa hiyo neno, tayari zimeondoka. Vizuizi vimeondoka. Si hata nyinyi kuna mahali mshiriki mkaambiwa umetoka kwangu hautaenda mbali. Si kuna mahali mliambiwa maneno kama hayo, leo imevutwa kwa anga kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walisema Yusufu mkanda wake alipoambia ndoto. Na ni vizuri saa zingine muwe mnaangalia mnashare na kina nani ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikuja ambia mtu niliona nikiwa na 2,000,000 kwa mfuko, na unjui ule unaongea na yeye. Psalm 62 number 4 inasema kwa mioyo wanabariki, kwa kinywa wanabariki, kwa mioyo wanalaani. Hawa huko walikuwa namna hiyo. Akikwambia barikiwa sana, shida inaanza saa hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini namshukuru Bwana kwa sababu Mungu alitenda. Sema kuanzia leo, ndoto yangu haitazuiwa tena. Milango imefunguka. Unajua walipokuta Yusufu walisema bado ako hai na yeye ndiye mtawala. Kumaanisha mahali walikuwa wamemtupa, hawakuwa wanatarajia kufufuka kwake. Yes. Hapo walikutupa. Watakupata na historia. Hallelujah. Watakupata na ushuhuda. Yes. Watapeleka habari nzuri.
kama vile mimi leo habari nzuri napelekangwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umeona fulani? Huyu jamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali nilikuwa jana, nafikiri umeotoka kwa system tumemaliza mahubiri Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeshatoka kwa system. Ukianza nikianza kuongea kayamba mingi, unjue tumemaliza mahubiri.